Very good. Wow. Wow, sasa unajua Santisya asikiangi Kikuyu. Asikiangi Gikuyu. Kuongea unaongea lakini kusikia hausikii. Nikiongea mtatoroka. Okay. Wow, very good. At least kama unaweza kuongea ni sawa, hata kusikia sio, tutakuelezea. Amesema anaweza ongea lakini kusikia hasikii, lakini kuongea kwa sawa. Lakini si kusikia nasikia, kuongea ongea. Wacha tumuongelee na tuongee Kiswahili nisha. All right. So karibuni sana and welcome home. So nafikiri sisi tunaonekana vizuri. Hapa mimi ndio mnaona. Nikuone hii kiti. Kitu kuna venye ina confuse watu. Naonekana hapa ndio baba yenu. Hii ndio Kamotho. Naonekana hivi la. Kumbe ni kukaribia kamera na kukalia kiti nono. Kukalia kamera, kukalia. Alafu unajua kivaa hizi koti unakaanga yani kuna vile ndio hiyo kuna vile So thank you and welcome. Yes, hali halisi. Hali halisi. Yes. So karibuni huku kwa Farodhi wa Live TV. Tumewazoea kule sijui Rabbit. Ni Rabbit? Unajua ni inaitwa Rabi. Rabiz. Yes. Ndio nilikuwa nataka utaje. Juu sasa unajua siku wanajua. Rabi. Hiyo hata iko poa, isikia mimi haita sanitizer. Na unajua inakaribiana Santisya, sanitizer. Unaweza confuse by the way. Unaweza confuse by the way. So sanitizer. Anyway. And we have Mom. Yeah. And we have Daudi. kabisa. Yes. So wewe ni Daudi. Mimi Daudi. Yes. I'm a Diamond. Mniwie radhi. Kwa yangu haiko sawa kwa sababu kulikuwa na mchanganyiko wa aina tofauti. Okay. Kama shida ni nitamalizia aje. So how are you doing? Naam, kwaje? Mimi niko sawa. Since last week, niliwaachilia usiku sana. That's why leo hata si mapema bado. Nyinyi ndio ukianza, unajua nyinyi mnachelewa studio. Sasa tunasema hii studio ni yetu, tunaingia ile wakati tunataka. Naona masaa iko side yetu. Gani? Hapa tukikalia. Naona kama masaa iko side yetu. Hapa tukikalia. Hapa. Wow, utasikia tumetoka hapa saa 5. Si unajua tu. Lakini tukitoka saa 5 na tuko na watu wafupisha, hiyo inakuwa tu sawa. All right. Yes. So thank you so much na karibuni sana. Because today is a big day. Of course, you know why we are here. Si kwanza tusalimiane alafu ndio tuende hiyo kitengo kingine. Niwaambie, unajua hata nyinyi hamjui kwa nini tuko hapa. Nobody knows why we are here. There is no one knows. I'm sure hata watu wafupisha hamjui kwa nini tuko hapa. Watu wa Farodhi wadha hamjui, watu wa Lucy hamjui, watu wa Santisya hamjui, watu wa Rabis hamjui. Benchi nipa nongoja. Watu wa Davis hamjui, watu wa mpaka Jimmy. Ila mtu ako YouTube. Kasimika kona mama. So there's no one who is aware kwa nini niliwaita hapa nyinyi wote. Na unajua unajua mimi sasa wakati nilijoin kwa hiyo nyumba niliingia kama rafiki, niliingia kama mtu anaweza wasaidia, niliingia kama mtu anaweza wa advice, niliingia kama brother to unajua hapa sijui sana, sitaki kusema ati brother to Santisya alafu kwa sivyo ndio vizuri kunena kanwa idege. Sitaki kuconfirm kwa sababu sijui. Hapana. Nimeonea online. Unajua ni vizuri pia
sijui I don't know. Hata niuliza Davis, kwani mliongezea mtu na hata mniambii? Ni kweli. Davis akaruka hiyo story. Buuliza Lucy, hata mimi naona wonder. So tutajulia tu hapa. Juu hata mimi sikuwa najua. Ni kweli. Atafanya introduction. And I hope a very clear introduction and not brief. Detailed. Sona vile nani alicancel election akasema tutapoa detailed judgment letter. Najua ako hapa atatuelezea. Lakini mama kwanza tusalimie alafu tuombe kwa sababu Mungu kwanza. Mungu kwanza. Yes. Sababu tunajua sio kawaida hata kukutana hapa. Mimi hakuna kitu nasawaga kama ni kawaida. Naonaga sio kawaida kwa kila jambo. Sababu asubuhi tuliamka na wengi sana. Lakini hii masaa yuko wengine wamefika lakini wako na mambo mingi sana. Wengine tuko na wao pale wako na machozi, wengine mtu anatuonea kwa kitanda. Nasema tu nikiona hiyo group nasikiaga nimepona. Kwa hivyo ndio tunasemaga sio kawaida. Kwa hivyo sisi wote na wenye tuko online, watu wa Virginia, Wangali TV, watu wa Vupisha, mfalodhi wa Thayo Fans, na Davis Rito, Rusi Nyawira Ministry of Hope na Santisya. Hata yeye iko sawa, si jina inakaribiana. Hapana, kuna kitu nasemanga, kuna kitu mimi nasemaga, I'm a mother, I'm not a teacher. Na walimu wako ndio washia walimu kazi watatufunza. Kwa hivyo mimi naedaga na lugha ya mama. Kwa hivyo tutaenda mbele zake Mwenyezi Mungu sababu tunajua tuko na mengi ya kuongea, tuko na mengi ya kufanya na yote tukabili mbele zake baba yetu ndio atutangulie. Kwa hivyo washeni tuombe. Father, in the name of Jesus Christ, tumekuja mbele zako sababu wewe ni baba yetu. Umetukuka baba, tumekuona from morning up to this time. Hata wengine ni kuamuka wanaamuka, wengine ni usiku wa manane, God Almighty, lakini wameona mkono na ishara zako zikitembea pamoja na wao. We thank you God because of the gift of life. Thank you because of good health. Thank you my Father because of this ministry, God Almighty. Thank you because of this platform that yenye umetupea tukaweza kuongea hapa na tukaongea all over the world because you are good God. We commit these people onto your able hand God. Wengi wao wako hapa ni wagonjwa, Mungu wa ajabu. Wengi wako na machozi, wengi wanaona kama wamefika mwisho. Lakini because of today God Almighty, na vile tutaongea hapa tunajua we are going to encourage somebody there. Na then wengine wako wagonjwa through kuongea kwetu hata wataponywa because I know my Father, you are going to be with us. Tutangulia kwa kila jambo, tuonekanie. Hao watu wamekuwa so supportive to us, God Almighty. Wengi wao wametoa vitu zao, wengi wakatuombea, wengi wakatuongelesha, na wengine wakatupatia counseling, God Almighty. Wakumbuke siku ya leo, ndio tukuone na chochote tutakapoongea. Yote yenye tutafanya, Mungu wa ajabu, we involve you sababu wewe ni baba yetu. In Jesus' name, my God, we pray and believe. Amen. So sijali kahoma kidogo lakini bado tutazidi kusonga. Now thank you for being here today. Sijui tuanza na salamu. Najua pia ni vizuri kule gwito gikoyo-ini tugaga ngaragude hoya guhoro, lakini hapa salamu ndio hiyo sasa uweke kwa hiyo statement. Yes. So tuanze na Davis Rito tusalimie, then we proceed. Yes, how are you? Mko salama? Yes, watu wa Farodhi ya Thayo. Ndio mimi hapa ndio Davis Rito. Na leo na wasalimu. Yes. Actually leo nimeshinda garage. So chovu na nini jam nini nikachelewa, but I thank God nimeweza pia kufika. So mi kwangu ni kushukuru kila mmoja ambaye ameingia pale live na wakaribisha nyote. Right. Yes. Karibuni sana. Okay. Good. Yes. Enyewe ile siku nitafika kama nyinyi na Santisya niachage kufuga vifungo kama 3 hapa. Nitashukuru Mungu. Inakuwaga hivyo. Nitashukuru Mungu sasa. Yes. Praise God. Amen. Okay, kwa majina naitwa Nyawira wa Kamotho. Lakini sasa nimesikia maswali yenye iko.
Ni kubaya. Cheka tu, talia tu. So basi lenye nimesikia iko mimi ni Nyawira wa Santi leo. And tutaendelea, lakini nimesalimia watu wa Barudhi wa Thayo TV na leo ndio tumetoka Hilton. Yes, pia sisi tumechoka sana. Hata usipofanya introduction ulikuwa unaenda right kila hour. So, introduce your guest. Okay. Introduce? No. Sasa mimi simjui. Okay. Huyu anaitwa Santisya. Lakini kila mtu alikuwa introduce. Sasa unajua yeye ndiye tunamfahamu. So lazima tuintroduce huyu guest because last time haukuwa hapa. So ni vizuri ya kuintroduce na welcome kwa hizi TV. Sawa basi. Haya, huyu anaitwa Santisya. Ama sasa hiyo ni jina ya kisanii na yenye watu wanajua. Hii ingine anaitwa Patrick Motesia. Ni Mkamba. He's my hubby. Yes. And he's the man. Mama acha kunikolera hivyo. Hata mimi nimeshtuka. Mama unanikolera hivyo. Hapana, nitafuka macho jamani. By the way, ni yule mtu mwenye nataka kuspend the rest of my life with. And welcome to Barudhi wa Thayo TV. Huyu ndo anaitwa Mr. Barudhi na tusikianga. Huyu ndo anatusaidia kujenga nyumba. Ameongea na watu au familia yetu and tumekuwelcome sasa kwa hii familia ya Barudhi wa Thayo TV. Yes. Asante sana. Yes. All right. Tusalimie basi. Ulikuwa unafanywa introduction then tusalimie. Laikotambus kundosi tutumbulututu sizungutus. Kwa majina wanajua kama Santisya kitu kipya kutoka kule Morogoro kule ambako maguni 22 yalipata ajali. Vitumbua kamera barabarani. Najua nimechanganya watu pale. Naitwa MC Santisya. Asanteni sana. I feel very humbled kuwa ndani ya Barudhi TV. It's really a pleasure and a big I give my big thanks to all right. Amesema ni I'm the happy to be here. So I give these thanks for you introducing me. Nimefurahia sana kwa hapa and I know guys tutajuana more in this interview. I'll say. All right. Okay, so mom shika hapo. Sijui nianze na mama ama nianze na Davis. I don't know who to start with. Now tulifaa kuwa na hiki kikao siku ya leo, as you know. We said we were to meet actually Friday. But unfortunately kahoma kakazidi, nikaona yenyewe itakuja kukohoa. Watu waanze kuniambia Barudhi unaangalia simu sana, Barudhi unakohoa sana. Haki simu nanioneanga. Sasa nikishika simu ni wasome bado wanakupenda ukiwaangalia. Sasa sijui nianza wapi nimalizia wapi. Mwanzo wacha nishukuru watu wenye walitusaidia last time. I have your 15K. Okay. Kuna roli ya mchaga mtu alituma, lakini nimekuwa na changamoto by the way. Watu wenye wanatumia Western Union yangu iko karibu kublokiwa. Okay. Juu nimedanganya ni auntie, nikasema ni kazi, nikasema kwani wewe ndio uko na watu nje ya nchi. So hao watu wamekuwa wajanja saa hizi. Zile maswali wanauliza mtu naona nikiblokiwa hivi karibuni, most likely next week. So before unitumie pesa na Western Union, maybe tunaweza jadiliana kidogo tujue kama kuna any other platform utatumia kutuma pesa. Because niko karibu hata ya Lois John sijatoa bado because niliona nikitoa the same day na hii nitablokiwa. So najua nitaitoa. Alituma 5K. Asante sana Lois John, na pia wale wengine wote mmetuma pesa, hata wewe ulipeana hii lori ya mchanga ya 15K. God bless you so much. Na wale wote walipledge na wanazidi kutuma. So we thank God for that. We thank God for that. Maybe unaweza sema neno kabla tuingie kwa the next session. Yes. Mimi naweza sema nimeshukuru sana. Na I don't know niseme namna gani sababu nimeona Mungu vile unasemaga, nimeona Mungu na macho. Sababu kushikiliwa na watu kama hawa, hiyo ni mkono wa Mungu. To have favor to them, naona ni mkono wa Mungu. Kwa hivyo I'm so happy because of you. Thank you wenye wote wamepanda. Najua sio hakuna mtu hata mmoja kitu yake imepotea. Sababu najua kuna wakati nakuaga, unajua kuna season ya kila kitu. Na ni vizuri kujuaga season hiyo ni gani. Sababu uwezi enda unajua tunasemaga wakati wa ukame
utanyunyusiwa maji. Lakini wakati kuna mvua hauwezi fikiria mambo ingine ya jua na nini. Kwa hivyo we thank God because of them, na tunasema ni asante sana Farodhi. Nikiangalia hata wakati ninaangalia mjengo yangu naona Mungu, naona kama walimekoroga, sasa ni mawe imeanza kupanda, unaona tu Mungu. Ninasema tu ni asante sana Farodhi wadhayo. Even you asante because of, najua kama saa hii ungekuwa kwako na familia yako. Na unaona hata kama ni hivyo unatugojea mpaka tunatoka hapa usiku, na you are supporting. God bless you. Na ninajua hata wewe umeanza kuona Mungu vile Mungu anaendelea na kukufanyia. Mimi hata nishaanza kupanga vile nyumba itaisha. Mpaka nishaanza kuona zile siku bado siku zetu zinayoyoma. Because kuna ile target mimi hujipea. Na hiyo target hawa ndio hutusaidia kuifikia. Because wakati niliwaonyesha huko chini sasa ni karibu kunaisha, tuanze kupanda. So meaning anytime from now tutakuwa tunapanda. So I already know nyumba itaisha mwezi mgani. Amen. Sitawaambia, but tukienda kwa site, juu najua hivi karibu tutaenda kwa site, nitawaambia. Because why do I do that? Because sipendi kulimit Mungu. Mungu unajua Mungu anaweza kuwa na plan hata inaweza isha na 2 months ama 2.5 ama 3 months. Wewe uanze kusema after 5 months tutalaunch hii nyumba. 5 months gani? Mungu akishasema ni miezi 3 ni 3. Amen. So na unajua engineer pia hana mchezo, yeye anakimbia kukimbia. Ukweli wa hiyo. Unajua yeye story ya kujenga sio mchezo. Yeye ikifika ni kwa kujenga, hananga mchezo. And ameprove tayari ile speed anaenda nayo na kuhakikisha kila kitu iko sawa. So that is our brief introduction regarding the venye nyumba inaenda. Ati Lois anasema nipimwe COVID. Nilishapimwa kitambo bai, ama nikuje na result hapa? Hapana, utakuja nazo. So now let me go to Davis. Davis, pole kwa what do I say? Kwa kuuliza swali labda ambalo hungetarajia. Because unajua pia mimi nimekuwa nikiuliza maswali. That's why nimeita hii familia hapa. By the way, they are not aware why nimewaita hapa. Although nataka tu clarify kitu, ndio tuache kuulizwa maswali sisi hatujui. Si ndio? Kabisa. Unajua sisi tuliona tu tumeambiwa kuna boyfriend. Tukasikia kuna Hilton. Lakini Hilton ikazidi, nikafikiria ni honeymoon. Unaona? Sasa watu wakaanza kuuliza maswali. Very serious question. Wewe hujai ulizwa maswali wewe. Hujawahi ulizwa maswali. Niulize. Mimi nimeulizwa maswali mpaka nashindwa guys. Sasa nitaambia watu huyu ni nani? After you see, it's like I'm part of the family. So any question nisipojibu naonekana kama najifanya utaki kutuambia ukweli. Mimi nikasema wenye story si ni familia. Waache wakuja waambie watu ukweli. Ndio mambo kama wewe ndio ulisponsor hiyo safari ya Hilton, nisema mimi ndio niliwasponsor. So unajua uzuri wamekuwa kienda live, kwa hivyo hawezi sema tu kwa Hilton. Now Davis, what do you know about them? Wacha tuanze hapo, niruhusu tuanze hapo. Unajua yeye ndiye saa hizi umeshikilia ile the head. Mimi wacha niseme, unajua sasa wamekuja na tujakuwa tukiongea. Na unajua mimi pia naonanga vitu kwa mitandao. One thing, mimi mitandao ni very rare hata kunipata. Aisha unanipatanga tu kwako, kwa mahali. Unakuanga kwa barabara. Na kwa barabara, mimi mara mingi kwa barabara. So I think Julio kwa hapa, pia mimi hata nisikie. Julio hata mimi pia nimekuwa nikiona kwa mitandao. Kwa hivyo kama ndugu ya Lucy, yeye atatuambia. Dia kiuge kidu itarakimenya. God. Niseme kitu sijui. Nisiruke. Sitaki kuruka before nijue. Kwa hivyo wewe ni kama mimi. Good. Tuende kwa mama. Just taki tu sema vitu hapa hatujui na wenyewe ndio wanajua kunaendelea nini. Kwanza nimesikia umesema my hubby. Unajua mimi nimesikia karibu nianguke. Hubby, okay, wacha tusikie basi wako hapa. Na mutulie, tafadhali mutulie. Relax. Si mimi nimewaletea hapa. Na unajua hii si ile, unajua mama hangeuliza maswali. Lakini mimi we are almost close. Age yetu haiko far sana. Kwa hivyo sisi tunaweza ulizana maswali. And at the same time
to advice. Ni kweli. Yes, ndio. So it's always good to have this talk for the sake of pia akina Jimmy, akina Moyo, akina Twini, wasikue pia wanashibu mambo. Hii story bwana utuambii kwani kunaendaje? Unajua pia najua wana maswali lakini hawawezi kuuliza, pia hawezi kuuliza Lucy. Yes. So what do you know about them? Asante Farothi. Virginia Wangari TV, we are together. Yes. Wanajua ile safari tumeenda na wao. Wakati Lucy na huyu Patrick walitoa wimbo, hiyo wimbo ilikuwa na maswali mingi sana na watu wakaja wakaniuliza maswali mingi sana. Kwani mama uliuza msichana kutuambia mlifanya harusi kulienda kukaenda. Kwa hivyo nikawaambia hivyo unawaambia tulieni, niliwaletee hao watu hapa sababu mimi ni kama nyinyi, mimi niliambiwa ni wimbo na sababu ni wimbo na wimbo zinatolewa ikawa ni wimbo. So nikawaambia nyinyi tulieni vizuri niwaletee. Kwa hivyo nikawaita fupisha. Tukasema tuwaweke pale fupisha ndio watuelezee hii wimbo inaenda namna gani. Na wakati tuliwaleta pale ndio wakatuambia inaitwa kushubiana ama kukatiana ama inakuwa namna gani sijui. Naona uko kwa line. Si unaona niko kwa line. Sasa ndio wakatuambia wako hiyo process na wakasema wamejuana for 8 months I think kama sikosei 8 months na wako kwa hiyo process ya kujuana na wakasema wanaona wamejuana na wanaona watafanya harusi ndio wakae pamoja. Ndio pale wakati walisema hivyo watu wafupisha wanaweza kubuka, niliwaambia hakuna kitu mimi naweza kuhandle kama mama. Nikawaambia hata kama baba yao mimi walikuwa pelekea ile itege ile relashio ndoale lakini hakuwa amemaliza. Kwa hivyo nikawaambia sasa hata kama mtaoana hakuna kitu inaweza wekelewa pale before ile imalizike. Kwa hivyo ni jukumu yenu sasa kuenda kutafuta clan, kutafuta watu wetu ndio muwajulishe hiyo kitu. Of which Lucy alikuja akaniambia walikuwa na the head of the clan ya saidi yetu na wakaongea na yeye na yeye akaongea na yeye akamtuma kwa mother-in-law na yeye akaenda huko wakaongea na yeye. Kwa hivyo what I know about them ni ati wanashubiana, walituambia inifupisha usiku kuchumbiana. That is what we call dating. Gekuyu tugaga ne kuhana. Okay, thank you mom kwa kusema hayo. So I had no idea about the whole thing. Yes, niliona mkiwa live. Ni kitu kingine ningesema. So even the moment wamekuwa, unajua watu wameshindwa wakashindwa, mama amewapatia pesa ndio wakaenda Hilton, kunaenda namna gani? Mimi sijakuwa party ya Hilton, sijakuwa na wao Hilton, sababu kuna one of a woman mwenye alipiga simu, nilikuwa akipiga simu, walikuwa hapo Lucy, akamwambia nataka kukulipia. Sasa wakati aliambiwa nataka kulipia Hilton, Lucy alitoka nje, wakaenda kuongea na huyo mama. So I have not sponsored them, but they have a woman who sponsored them. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. The reason as to why nimewaleta hapa, it is because nimekuwa nikiulizwa maswali mingi sana. Na nikaona badala ya kuulizwa maswali, na nikiuliza mama nasikia mama hayuko, unajua kuna ile information unaweza pewa uridhike ndio ujibu watu. So mimi nikaona hakuna information nitapeana, tusikie kutoka kwa wenyewe. Lakini yenye ilitrigger akili yangu sana ni Hilton. Sasa Hilton iliniambia kwani mama hao watu walifanya wedding na huku tuambia. Unaona sasa mimi nikachanganyikiwa nikashindwa. Hivi vitu wanafanya watu wanazichukulia kama ni honeymoon. Na ni kweli okay, sijaienda honeymoon, sijui zile vitu hufanyika huko lakini hizo zinakaribiana, unajua nimeona movie. So nikaona na nilipigia Davis jana na nikakupigia mama.
nikakwambia niko na stress kwa sababu zile maswali naulizwa kujibu ni ngumu, na singetaka hawa watu wanatusaidia wafikiria ati Lucy hizi pesa wanatumia huko Hilton ni zenye tunapewa za mchango. Singetaka ati hii mchango isimame ama watu waboeke, na by the way kama umenotice kuna watu walisimama hawajui ni wapi. So nikasema wacha niitane hiki kikao ndio Lucy atatuelezea. Mwanzo niwaambie hizi pesa Lucy wanatumia si za upande wa mchango. In fact si mimi kupigia mpaka simu na kuuliza pesa imebaki ngapi. Hata jana ni jana ama ndio umenitumia receipt after kutumia engineer pesa. I'm very cautious na hizi pesa za kusaidia kutoka wakati wa hira. I'm very cautious. Kwa nini? Kwa sababu hizi pesa zikitumwa ni za kufanya kazi fulani, lazima zifanye hiyo kazi. So ningetaka kuclarify hivyo. Hizo pesa mnasaidianga nazo strictly, hata si za kukula, ni za mjengo. Unakumbuka kuna wakati niliwaambia ukisikia mtatumia Virginia zake kando za kukula ni sawa, lakini za mjengo lazima zikae zikiwa za mjengo. Farodi hata wanafanyaga hivyo. If anybody na wanajua hivyo, hata wakati nimekuwa nikiuza vitu na mwambiaga ukituma eda kwa WhatsApp niambia hiyo ni ya nywele, niambia hiyo ni ya nini, na hata wenye wananunuliaga watoto kitu food wananiandikia, wananiambia Virginia hiyo ni ya na ninaiodoa. Yes. So the reason as to why niliamua tukuja hapa kwa sababu mimi ndio nilianza huu mjengo. Singetaka watu wasikie uchovu ama waseme hatuta, because kuna several wameniwarn through hizi vitu zimekuwa zaidi. Watu watachoka kwa sababu wanaona the more nyinyi mnajitahidi the more pesa inakuwa wasted, unaona. Lakini mimi nataka niwa clarify siku ya leo ile pesa inatumika outside anything else. Hiyo tutaambiwa ni nani amesponsor, hata kama hatatajwa jina, but it is not close to, hata haiguzani. By the way, project yetu na Davis na Mam, it's totally different from Lucy's projects na Santisya. Very different. Although usifurahie, tutakuja hapo sasa. Because Lucy, one, na hapo unajua sasa nitaongea kama ndugu yako. We have to set a good example to watoto wenye wanakufuata. Number one, ukifanya kitu, I would see it better consult Davis. Reason being, wajua wewe maybe unatafuta content, so you may think what other couples are doing itawaka kwako, forgetting that we have a very big project ya kusaidia mama. Na hawa watu wakiboeka wataenda na hiyo nyumba haitaisha. Kila mtu atablame nani? Atablame Lucy. Na maybe wewe chenye unafanya unafikiria maybe it's the best you can do kwa sababu hufikiri labda inaudhi mtu ama inakasirisha mtu. Another thing, I may not object to the issue of you having Santisya because hiyo si mapenzi. Lakini hawa watu wako na shida moja. Hawajui nyinyi ni nani. Ni kudate mna date, nyinyi ni bibi na bwana. Nsikia umemuintroduce kama habe. Santisya kwanza wewe niko na maswali kali. Udhoni. Unasikianga udhoni. Udhoni kuna vitu hufai kufanya kwa sababu ukizifanya watu watajijazia kushafanyika wedding, kushafanya. Kwanza hii ya Hilton, sijui kama umeona comments. Lucy unasomanga comments? Unakumbuka hata nilipigia Davis wakati wa prank ya mom, nikamwambia Davis, si ukate hiyo kitu utoke tu live ama ujitoe hapo kwa sababu hiyo kitu italeta issue kubwa. The reason as to why we are doing this, Lucy, imagine mimi nafanya hii yote for the sake of your mom na hawa watoto wako nyuma. Wapate mahali pa kukaa. Watoto wasiwahi kuwa wako kwa mikono hawako shule, unaona? At least wakiwa kwa mahali wanaishi kwa nyumba wanajua ni yao, huyo mtoto atapata freedom, ataweza kusoma, atajua hakuna mtu ataki kuja kumwambia atoke, unaona? So we are doing this for the sake of your mom and for the sake of you. Santisya kama ako na pesa ataenda akuweke vizuri. Wewe mama nakupigia, mama kidogo nitakupigia. Sasa hiyo umeishi tu maisha tuzuri, si ndio Santisya? Lakini mom atabaki wapi? So we want to make sure ako na nyumba nzuri, watoto watakaa maisha mazuri, watalelewa maisha mazuri, because I know after tumejenga nyumba kutakuwa na sponsors wa kusponsor watoto wasome hata high school. Najua tutasponsor kazi ya mama after tukumaliza hii mjengo. So there are things that we do not need to have them online. By the way, hizi vitu unafanya ungekuwa unazifanya chini ya maji. There are other things you can do online zenye haziudhi watu. I know kuna content mingi sana other families are doing. Kama hiyo Hilton, it were me,
Unaona hata watu wakienda honeymoon zingine hufichwa. Ni rare sana uone hizo videos. Lakini ikiingia online hapo ndio ina raise that kuna pesa inatumika hatujui inatoka wapi. Unaona? Na kabla uelezee watu ni mtu amekusponsor, atakuwa amefikiria ni pesa ya mjengo inatumika. Na vile hawa watu wanachoka. Hawa watu hawalalangi. Hawa hata saa hii wengine wanatu watch wamewekelea simu mahali wako kazi. Unaona wanachoka sana. So singetaka wafike mahali watu doubt ama waseme wamechoka hata hii project hawataisupport. Sio mimi nitalose. Imagine mama atalose na watoto wengine. Unaona? It will be too late kuambia watu pole kwa sababu tutakuwa tayari tushafanya damage. Unaona? So it is always good. Unajua sijai kuita Lucy tukaongea. Nimekuwa nikipostpone but I was trying to search for the best method ya kuwakalisha chini Davis akiwa na mama akiwa. So that unajua nyinyi na Davis ndio watoto wengine wanaangalia. Nyinyi ndio role model. Kwa hivyo unaona Twini na Moyo juu unajua huenda labda hata wanatazama. Zile vitu unafanya, I know they have so many questions as girls. Wanashindwa kwani kunaenda aje hapa? Juu hii ya Hilton nimekuambia ilikuwa honeymoon. Si hizo vitu zinafanyanga. Si watu wana date zinafanyanga na watu wako honeymoon. Maybe Uingereza mtatuambia kama hivyo ndio watu wanafanyanga, but to me I believe yes, sitaki kusema hamngezifanya, lakini kuenda online zilileta picha sio nzuri. Unajua wewe unasahau ministry yako is ministry of hope. Kwa hivyo wakati umeanza Rabbi's family na si vibaya mungeitwist. Msikuwe na vitu mingi, si hata mngojea tumalize nyumba. Sisi hatuwakatazi because you see there is that individual life. Kuna life siwezi nikakukataza because you have to date. Ukikaa maisha mazuri it's for your own benefit. Naweza kukataza Santisya uende upatane na mwingine muachane. Utakuja kusema Farodhi ndiye aliingilia hii mapenzi yetu, Santisya alikuwa serious, ona huyu ameniacha, unaona? So siingilie mapenzi yenu Santisya, but because of these kids wenye wako nyuma and for the sake of hii project inaendelea, wacha tukue na kampango. Because for also Santisya, for the respect of mom. Unajua mama anaweza fika mahali aone kwani yani Santisya hata hana ashachukua msichana wangu anafanya kila kitu na iko online without consultation. Do you know you can be charged for that? Wazee mkienda mkae na wao chini Wakikuyu woi woi hao wazee watakwambia tulikuwa tunaona tu tumenyamaza tunagoja. Na unajua huyu atakurusha kwa mtego tu. Huyu unajua wakati wazee wanaongea yeye hatakuwa tambua ukaenya ndio tunanunua. Sasa wewe utatolewa videos hapa mlikuwa wapi? Kwani tulikuwa tushakupatia msichana. So sikatazi dating. Dating is very nice but ifanye chini ya maji. There are so many things you guys can discuss online na zikuwe na following. Tunasikia hata hapa tunakaa tukitaje hiyo Rabbi's na kuna mtu atatoka hapa arudi huko aone ni nini mnaweka. Tunataka vitu hata in future ujue YouTube unaweka kitu hata 50 years later zitapatikana. So let's be the best role. I may not be good as I speak here, but wacha tukue at least role model wazuri kwa hawa wasichana pia wako nyuma, kwa hawa vijana akina Jimmy na Youngblood wako nyuma. Hata Youngblood sasa ukimuuliza akona maswali mingi sana. Lakini hazi akakuambia, hata hazi ambia Davis, hiyo ni ile unameza, unanyamaza. So sijui kama nimeongea some sense. So to me that nilifikiria hivyo for the sake of hawa watoto wako nyuma na for the sake huu mjengo ndio watu waache kujiuliza maswali mingi. I'm sure hata Davis ungepigiwa simu uulizwe swali ungeweza kujibu. Juu hata wewe unaona una follow online most likely hampatanangi na Davis ndio. Juu yeye ako Nairobi, wewe uko Thika. So ukienda online hapo ndio ataona labda juu ako ni usiku hata kuwa na time unaona hata uliza sana. Pia yeye anajua kuna maswali mingi sana. Hata ingekuwa tu ni sistangu pia mimi ningejiuliza maswali. Ni vizuri kuitrim. Usitrige mind za watu sana. Wacha ikuwe imejificha kidogo. I know there is some hata ungetuficha by the way hatungejua. Unajua ungetuficha hatungejua. Wewe ungekuwa unaambia watu ni kucheza tunache. Basi hapa unasema habi ama hiyo date kwanza kwa mama ulisema ni boyfriend. So sasa vitu unaona hapa sasa ndio Messi iliingilia ni boyfriend. Sasa hizi vitu mnafanya mingi ya watu wakaona hii imezidi boyfriend. Hii si boyfriend. Unaona sasa hapo ndio shida iliingilia. Kwanza Hilton nakwambia hiyo ndio
Nimeleta ile shida kubwa sana. But ningetaka Lucy aongee ili atuambie because in Christian unajua sasa ministry yako ya Hope watu wako na high expectations. Afadhali wa kuona kwa shamba kuliko kuleta hizo vitu naleta online. Sio mbaya, although zina wakati wake. Na sana sana mimi ningesema siwache hata kamjengo kaishe tumalizie hawa watoto, although pia in future juu hawa watoto wanakufuata. Imagine you are the role model. Watafanya venye wanaona ukifanya. So tungetaka at least hizo Christian morals zikuwe zinawa guide the way to be kukua kwa church, vitu zitafanya maisha yao at least waone Lucy ni a good role model, si ndio? Because unajua watoto tayari wako na ile trauma, ile vitu waliona kule kwa gate. So sasa hawataki kuoverfeediwa na vitu mingi zenye zitafanya wa lose ile attention hata ya kusoma. Maybe unaweza tuambia because nimeongea sana, poleni nimeongea sana. Nianze wapi? At least by my analysis inaweza kuguide venye utatuambia kutoka hapa. We may forget chenye kishapita because we cannot change chenye kimepita, but the way forward what do we expect? Haya, sawa. Nimeona maswali ni mingi. Unajua nachungulia hapo naona tu vitu watu wanapiga makofi, wengine wanafanya hivi. So guys, kuna kitu kwanza nitaclarify ya Hilton. Huyo mama anajitanga mama wa USA. Is a very good woman. Hata ni amekuwa kitu hizi nguo unaona ni kitu kivaa zinafanana. Ni amekuwa kitu shonesha and ni yeye bado alilipa hiyo Hilton. Hakuna mahali hata mimi mwenyewe nilitoa pesa yangu hata hizi zenye naweka za tents ama nini. Na hakuna mahali nilitisha. Mama alishtukia tu nikimwambia si tumelipiwa Hilton but rooms different. Hata tukionyesha watu tukiingia kwa hiyo room zilikuwa different na tulispend kwa room tulilipa 60k. 15 alitulipia. Mama wa USA najua anatuona. Yes, 15 juu ni siku mbili. Simiti kama hizo ni simiti mingi. Yes, so kila kitu hadi kukula, tulikuwa tunakula breakfast na nini, ni yeye alituketa, of which we appreciate na tunamwambia barikiwe. Hadi hizi nguo unaona tunavaa zinafanana. Pia unasikia mtu ameona huko anasema lovely couple ninaweza wafanyia nini? Mimi nimeona outfit Lucy unakuanga na design kali sana, anatununulia. So hapo nimeclarify, hakuna pesa ya mjengo ili nini, ilishikana ama nini ama anything else. Yes. Unajua kwa nini watu wana suspect mko hata room moja? Because what you were speaking, unajua nani usema chochote chenye unaongea be careful. Because why do I think that you are in one room? Kuna vitu utasema ukiwa huko nje, mkiwa kama wakati mlikuwa kwa swimming pool na nini. Kuna maneno nilisikia umetamka hata mimi nikajijazia wakati sijui ulisema mama kijua sijui nini unaona. So hata mtu hakuwa anajua, unajua kuna mtu angefikiria hawa amekuja swimming pool huko Hilton hata wakai huko. Lakini kuna vitu uliongea hapo watu wakajiuliza kwani mshaoana? Unajua watu wote wanakutazama ni watu wazima. Hawa ni watu machua, ni watu wako na familia zao. So kuna vitu unaweza ongea wajijazia tayari hawa watu ni kama washaanza kuishi pamoja. Unaona? That becomes hard to explain to people. In fact, ikiwa ni mimi, unaona venye mtu anaenda Facebook anasema si hawa watu watumie hii nguvu yote kufight corruption. Hii nguvu mnatumia ni mingi. Sasa na mimi ningesema si hiyo nguvu yote Santisya. Si nimeona uko na channel. Mtusupport tumalize huu mjengo, hiyo nguvu yote mnatumia huko. Unajua sasa uzuri wao nani mwenye wako huko majuu, unajua wanakuanga na access ya kila kitu, mpaka wakituma mizigo wanalipa online. So huyo mama alikuwa ameshatulipia. So hakuna hata vile tungekuja tumwambie mama hata hiyo ama hiyo pesa. Although kuna vile unaweza mwambia aitikie hiyo pesa iende kwa mjengo. Kwa nini? Unajua utamwambia si ngoja mama tumalize hiyo mjengo. Alitu-surprise pia yeye. Sasa unajua ishaingia kule. Lakini from now it's good to advise them.
happy si mbaya. By the way mngefanya chini ya maji hatungekuwa hapa. Shida ni juu mliingia online. So sina shida na happy, sina shida na mapenzi, sina shida na uhusiano. Lakini unaona hiyo energy nataka muungane na sisi. By the way hiyo energy kama tunge apply sisi wote, Virginia Wangare TV, Lucy Wangare Kamotho, Lucy Nyawira Kamotho and Santisya, Davis Rito, akina Youngblood, tungeungana sisi wote pamoja. I'm sure huo mjengo ungeisha kwa haraka sana. Kwa nini? There are so many people who are following you, Lucy, and don't forget there are so many people who follow you. That's why uko na hiyo machungu. Kwa hivyo kumaanisha uko na followers. Unaona watu 50k hapo wamesubscribe, usisahau bado wanakutazamanga. Wamenyamaza tu, hata wengine hawezi type hapo, wamenyamaza tu. So hao watu wakisikia uko na mapenzi mamako wajengewe, itakuwa rahisi sana kwetu kujenga hii nyumba na iishe kwa haraka. So hebu niambie kaka kwetu juu sisi tulisurprise. Unaona sasa hiyo pesa haiwezi toka kule, ishaingia kwa machine. Wameaccess, amelipa hadi huko Hilton amelipa. So ndio maana tunasema hiyo ishapita. Hata kama ingekuwa surprise ama ishapita, we can do nothing about it. But we want you to assure us from now, hata hizo prank hapana hizo prank zina udhingi watu, because kama ile uliprank mama, hata mimi mwenyewe ningekuwa na access ya simu yako ninge switch off live, nizime hapo live kwa sababu sijui, na ni vizuri by the way ukiwa live somanga comments. That's unaona anakuwa na simu mbili, moja niko nayo. Kama ni sauti na fix, kama ni nini na fix. Singetaka kuona shida hata moja ikiendelea. Sawa sawa. So just promise us, juu tumebahatuja, si unaona tunajenga bado. By the hata sijai kuona uko live kwa site. Wapi? Kwa site. Hata labda ulikuja tu tukilaunch, tukidedicate. Anaendanga. Mbona hata hujaienda live? Na Hilton umeenda live karibu mara 5 kwa siku. Mpaka watu wanaweza ona kwani hii mjengo ni ya parodi, yeye ni anataka kujengwa, wao hataki kujengwa. Unaona? So what do you think about it? Maybe na make sense ama? Yes, at least sasa nimekusikia. Mimi nasikia. So what are you planning from today? Because you have to at least change. That's one thing we have to agree. Hapo ba ku change hakuna option. Alafu kuna unaona kati yako na Davis. Uache kukue na consultations kabla ufanye kakitu. Davis anaweza kuambia hiyo acha hiyo itabomoa, hiyo italeta shida. Hiyo ita raise heshima kwa brother yako mkubwa. At least hata akiulizwa swali anasema hiyo ni mimi niliapprove. Unaona watu hawezi ongea tena. Hiyo itakuwa rahisi hata kwa boma yake. Sawa sawa. That one will give Davis ile, unajua anaweza waambia anything juu nyinyi mko chini yake. Na labda alishindwa kusema anything juu hakuwa na any information. Anything you have, uliza Davis. Hata mimi niulize. Unajua ukiambia Davis atanipigia, Farudhi hapa unaona ni aje? Niwaambie online ni kuzuri, watu watakushabikia, lakini bado wao ndio watakugeuka. Unaona? So unaangalia ango zote, unaona ni vipi nitafanya hii jambo ama nitaenda aje. So do you think you to support kwa hii project ya kujenga with the same energy? We need to see that energy kwa mjengo. Santisya, unajua nataka kwanza nyamaza kidogo. Utaongea? Najua utaongea tu. Yes. So one thing ningetaka kuambia watu pole. Na usiseme sijawakosea. I know there are people who will say Lucy has nothing to apologize. I know there are people who will say that. But imagine you have to apologize. Kwa sababu hapa kuna sponsors wakubwa tuko karibu ku lose. Wa mjengo. So what do you utawaambia nini? Okay, mimi nitawaambia watu wangu wa Lucy Nyawira Ministry of Hope. Shika mic vizuri. Okay, watu wangu wa Lucy Nyawira Ministry of Hope, sawa. Poleni nilikosea. First of all nilikosea kupeleka hiyo kitu wa Ministry of Hope. But ni vile sikuwa nimefunguliwa Rabis Family Live. So hata nilifunguliwa huko juu nimefikisha kufunguliwa live. So unajua ningeiweka huko, but kama kuna kitu yote ili contradict mkona nimewakosea, I am very sorry. Na mimi naambianga hawa watu wangu, unanitoa kosa, hata watu wengi wamenipigia simu na mmeona kurudia kosa ndio kosa. So kama unarudia, unafanya prank
Unajua hata hii Hilton nimekaa ni kama prank tu juu watu people are not aware by the way. And don't forget watu wenye kwa Lucy Ministry of Hope ndio wako rabis. Usijidanganye ati kuna watu tofauti wako hapo. Hata venye nilifanya walikuwa wanajua. Nikienda hata hizo mashoot zenye nananga Rumuruti kuuza mashamba na kule nilikuwa naambia nitakuwa Hilton. Na hata wanajua ni mama wa USA. Hata mimi nilikuwa nimesikia sasa design ya Hilton ndio imechoma. Turuhusu tuseme imechoma. Ilikuwa poa lakini hamkuipanga. Mlishtukia tu. Maybe ni mapenzi imekuwa mingi of which nimeapologize. Na hiyo mapenzi hatui control ndio lakini ipe design na formula ndio isichanganye watoto wenu. Waache kuona vitu hawajui, vitu hawaelewi zinaenda aje. Maybe wanajua mambo ya church kuliko vitu zenye mnafanya. So you may be serious making your own content lakini inawachanganya. Sawa. Mom pia anajua kwa hali huwezi elewa, labda atakuonyesha anacheka lakini pia najua yeye amepigiwa simu. Najua ataongea. So I know she's not happy. By the way, I know your mom is not happy tukiwa hapa. Kwa sababu kuna watu walikuwa wanaona kama yeye ndiye amekuadvise ufanye hivyo. Unaona sasa unaekea mom blame game mingi zenye hajui ataelezea nini na hata hayuko aware. Unaona? Imagine ukiruka watu wote hata mama hata Davis wewe unafanya venye unataka. Alafu ikileta shida sisi na mjango yetu tunazidi kuumia. Unaona? So yes, ndio hivyo. Maybe uongee ndio tupe mama na Davis pia tusikie msimamo wake. So asante sana Barudhi. So mimi uko na swali langu. Ngoja tu haya maswali. Manake naona ni kama umemaliza hii sekta ya Usinyawira. Unaona hiyo introduction yako sio mbaya lakini wakati mama ako juu ya ile respect mama anaweza ona kama yes ni nzuri sana by the way. Although tukiwa na mom acha tukue official kidogo. Nikiwa na Lucy hizo zote mnaweza fanya lakini wakati mama ako acha ako kanini kakue ndio mama aone yule kijana analeta nyumbani kijana mzuri, si ndio? Unajua ukienda ushago hata na rasta saa hizi mbona ulewa na watu gani wako na rasta. Although saa hizi imeanza kukua hata nzuri. Kitambo ndio ungeena rasta watu wa kuangalia shindwe. Saa hizi juu ya kuona ma DJ kwa TV imetupea hope that hao watu wa rasta si wabaya. But ni vizuri ukuwa karibu na mom, tunakuwa official kidogo. For the sake of si unaelewa? Najua unaelewa ni mtu mjanja unaelewa. Naelewa kabisa. Number 2, vile mlifanya na Lucy hatusemi ni vibaya, but ikiwa kwa public imeonyeshana image ya watu wameoana. Unaona? Sasa ikabaki unajua Lucy watu wanajua ni mtu ameokoka. Mpaka anaimba nyimbo za gospel. Wakati ametwist ameimba ya mapenzi, sasa hiyo watu wanaweza sasa hivi wimbo ya mapenzi kwani ndio ilileta hizi sarakasi zote. Na wanajua Ministry of Hope. Unaona? So mapenzi ni nzuri, uhusiano ni mzuri, so hatukatai anything. But sasa venye imeenda kwa social media, especially hiyo ya Hilton, ika-create ile, si unajua online wewe, online inaweza choma kila kitu. Sasa hapo ndio shida imeingilia. I hope umesikiza conversation zetu. We are very straight. Hatutaki kuwakanya kupendana, but let it be a little bit, kwa sababu hii ni familia inajulikana international. Watu wanajulikana na kila mtu. So imagine watu walikuwa wanataka kujua nani huyu alisponsor hao watu wakaenda kufanya vitu kama hizo, hazina hata respect kwa wazazi wao. Unaona? Acha tukue at least na respect kidogo kwa content wise. Maybe tukimaliza nyumba hapa mtakuwa na, lakini bado sitaki mkuwe na hard time kwa mom ashindwe kuwa control, because I know mom kuna kiwango anaweza fika ashindwe kuambia Lucy wacha. Kwa sababu you see when you are over 18 you can do anything. You are under the government of Kenya. So sijui kama unaona tumekosea mahali ama tumeadvise vilivyo ama sasa mimi kulingana mimi mimi kitu cha kwanza mimi najulikana kama MC Santisya. Mimi hufanya promotions, road shows, hizo stuff. Na hiyo introduction ambayo nimefanya like Kamotho'S, Chronicles, wengi sana wananijua nayo.
Na hapa si road show. Na hapa sasa ninapotazama pale kwa media, hii tayari niko kwa Baruthi TV. Hicho ni kitu ambacho kimenifurahisha sana. Manake hapa naweza pata ma customer, clients ambao wanaweza kuwa nataka MC. So hiyo ni kama ile introduction yangu. Hata nikishika mic mimi, hata kwa ngoma nyingi, hata ile ngoma yetu ya mapenzi, bado mimi upiga hiyo intro, na hata hiyo ndio identity ya MC Santisya. So hiyo ni introduction tu, haina ubaya, haina matusi ndani. Yes, alafu the next thing ni about... Lakini umeelewa mama akiwa just be official kidogo juu ya respect ya mzazi. Sawa sawa. Nimekuelewa. Wacha hiyo ibaki kwa road show na kwa wanarika. Tungekuwa na Davis ujiintroduce hivyo. We are very much okay, but because of mom na ile respect, at least your intro ibaki kwa road show na kwa vijana. Sawa. Alright, nimekuelewa Baruthi. The next thing ni about Hilton. The Hilton is a very very nice place. Mimi kusikia kuna mama ambaye amesponsor twende Hilton. Hata tukiwa wapenzi, we are dating. I was very very excited because kitu ya kwanza last time kukumbuka kwa 5-star hotel, it was the time that my dad was working there. So nimeishi miaka nyingi sana bila kwenda 5-star hotel. Sasa kusikia mama amesponsor, alafu unajua misemo pale you only live once. Mimi nilichukulia hii kama baraka ya Mwenyezi Mungu, na nikaona ni mahali pa kwenda kujuana na mpenzi wangu vizuri na mahali pa kujibamba. So singefikiria mara ya pili, kwa sababu hii pesa niliona ni mama mwenyewe amejitolea. Alafu pia kwa bwana Lucia akanambia huyu mama amekuwa very very supportive. Kuna vitu vingi amefanya ambavyo sitavitaja. So hii ilikuwa tu yani ni kitu kidogo kwake, hata ni mama ambaye amejiweza kabisa. Sijui hata kipato chake kinatosha, lakini mama amejiweza. Kwa hivyo hata hiyo alikuwa anatambia ndani pale Hilton, go have a nice time, mjibambe tu ya fule. So okay, so according to you, do you think venye tumewa challenge it makes sense? Kulingana na venye umesema, I get some sense. Yes, naelewa. Manake mimi kitu ya kwanza, mimi naheshimu watu wazima kuniliko. Baruthi wewe ni mtu mkubwa sana, na wewe nakuona kama legend kwangu. So ukiniambia vitu kama hizo, I really understand. Unajua pia tutaenda nyuma ya tent. Yes. Kwanza tutaenda na nyinyi na bado tutakuwa na Davis. We need to talk. Yes. We need to talk because we have tunaona future. Lakini kwa future kuna vitu mingi sana huwa zinaaligniwa, zinakuwa nzuri, ndio tunasonga. Sawa. Lakini the same energy tunataka kuiona kwa site. Sawa. Asante sana Baruthi. Mawaidha ya mama. Wacha nitoe sababu najua mimi ndio nakuaga na mawaidha. Na kama vile tuliongea na watu wa Virginia wa Gali TV, tunaongeaga na wao morning glory na fupisha. Kwa hivyo wakati mwingi sana pengine mtu ameona kitu, amesikia hii sasa hawezi goja, sasa ananiandikia pale kwa fupisha na morning glory, na ndio nikawaambia mtulie kidogo tu. Leo tuko morning glory, tutukuse huyu Mungu, na tuko fupisha hiyo najua tuko kuhurumia sana. Nikamwambia hiyo tuko na hiyo pale, tutaenda kupambana na wao, sababu nilikuwa nikiwaambia mimi ni mama, na mimi najua if it is God was not on my side, sijui ningekuwa namna gani, hata singeweza, because there Baruthi wa thayo, niko na watoto wao wazima, niko na watoto wako katikati, niko na watoto wadogo, I have my ministry there, na niko na job yangu, na kila kitu nataka ikuwe sawa. Kwa hivyo pale nikaona kama if I will not involve God, sitawezana. In fact I was very 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 much, I don't know what to say, sababu wakati walienda Hilton, ndio nani wakati nilikuwa nimetumwa na one of fan wangu kwenda kumuonea mtoto pale Nairobi West. Kwa hivyo mimi singejua what was happening, sababu nikiwa pale kwa gari nikiwaambia kwenye tunaelekea, nikaona vitu zimeanza kuandikwa about food, about Lucy, ndio nikawaambia kwanza tutulie. Sasa sisi wote tunaelekea Nairobi Hospital. Kwanza tukaombea yule mtoto, na kama kuna issue nyingine tutaongea. So nilienda pilika zangu pale usiku, nikaenda tu kidogo kuguzia vile unaweza taka kuona watoto vile kumekuwa, sababu hujakuwa na masaa ya kufuata, but we thank God kuna kuaga na mtandao. After kurelax mahali utarelax, utafungua pale
uangalie. I'm telling you, vile nilienda kuangalia, sikuweza kuangalia mara mbili sababu kuna mambo niliona, then ninaona kama ni simu yangu haiendi vizuri, naona oh my God, nikasema I thank God because mimi na mawaidha ya mama ninaielewa, na nikasema ni vizuri wakati, hata nilikuwa nimesema wakati tutakuja nitawaleta pale fupisha ndio tuongee, sababu nilijua wakati walienda, unajua wakati sasa mtoto wako ameenda, watoto wenu wamesikia Rusia ameenda. In fact nilimpigia simu, anajua nilimpigia simu the moment tu niliona, the first thing ni kumpigia simu. Nilimpigia na nikamwambia ukijua watoto wenu wote walijua our sister ameenda, wameenda hoteli hivyo. Kwa hivyo wote walikuwa wamfuate, ndio sababu walisikia atakuwa live. So we are not happy, we as Virginia Wangari TV, and I thank God that wamesema pole because we were not happy. Watu wote wavupisha sababu watoto wale wataenda waone mambo ingine pale. Unajua pale wakati tuko kwa mtandao tunafaa unajibeba vile, sababu unajua pale kama Virginia Wangari TV tunasikiaga kuna maprofesa wako pale, mulisikia kuna MCA wanakuaga wamejifisha pale. So kwangu mimi najuaga hata even our excellent first lady wanakuaga pale. Na sasa wangetaka kuona what next. Pale nikijua ya kwamba na nikiangalia niko na adui mahali mwenye angesimamisha vitu zake pale na angesema si munaona ile singetaka ikue, munaona munasikia. So I feel nasikia vizuri ya yale umeongea na kina Lucy, na ningewaomba mimi kama mama, ndio nasemanga na naombeaga, me I do ministry of praying for our kids, sababu nasikiaga ushugu wakati unaona watoto wengine wakienda astray, na ukienda unapatana na watoto wengine wa wenyewe kunywa pombe, wanafuta bagi, unasikia vibaya. But mimi nasemanga all the time I do thank God. Kitu yoyote inakujaga mbele zangu najuaga iko na sababu yake. Na hao watoto wakafanya hiyo kitu ndio nione, because maybe God aliona kuna watoto wengine wangu wangeenda vile, na ndio ni vizuri sana tunaileta wazi, na ndio tunakanya tunaambia Lucy, yes, mapenzi sio mabaya, na watu hufanya hata vitu mingi sana, but not kwa kujionyesha vile umesema ati hata kama wangeenda waingie hoteli hata tungejua, waende wafanye mavitu zao na tungejua, but because of these people, because of these children, because of my enemies, they should be very careful whatever they are doing, whatever you are talking, vile unaongea, na kujua ya kwamba mimi ni mama mwenye amebeba vitu mingi sana, na mimi ni mama wenye watu wengi sana. Unajua hata wakati tutasema ati kila mtu ni rafiki yangu, sababu hata watoto, wakati nililia wale watoto na nikapewa wale watoto, kuna mwingine pale alisema tutaona vile ataweza kuhold hao watoto wote, tutaona vile ataweza, sababu hapo tunajua kuna watoto wakubwa kuna nini, na hakuna baba ya kulidi wale watoto. Kwa hivyo ningetaka Lucy ukue front line na Davis mkue front line ya kunisaidia kulea hawa watoto, na to prove to these people that we are going to stand, na tutaonyesha. Unaona kama Lucy, thank God, amefungua Ministry of Hope, giving hope to the young people, na kuna tusichana tuko pale. I thank God sababu najua kuna nikiangalia Ministry of Hope watu wengi ni young people wenye wamekuwa wakiadmire the life of Lucy, lakini unajua naye shetani nataka kila mtu afungue macho aone mtego ya shetani. Wakati unataka kufika pale ndio Mungu akuinue, naye shetani hapa hakuagi na nini, anataka kukufanyisha kitu, unajaribu kujifunika, inakataa, sababu anakuja tu anakuweka pap, na hiyo ndio kazi ya shetani. Kwa hivyo it is good hata kama kuna nini usiashirie mwili yako ikuongoze, sababu unajua hata watu wafupisha tumekuwa tukiongea na wao na waambia mwili na kwenda kwangu, mwili na kwenda kwangu nĩigatigwo gũkũ thĩ, tigiti wa igũrũ ni thakame ya Yesu. Kwa hivyo mwili inapendaka tu
mambo ya hapa chini, sababu haina hope kwenye tunaelekea. Kwa hivyo inaweza kukufanyisha hata mambo mabaya sana, ikuache mpaka uko kaburini, ikuache tu pale kaburini. Kwa hivyo it is good, wewe you are the CEO of your body, you are the manager of the body. Don't allow the body ikupeleke vile ati inataka uipeleke. Sometimes you say no, sababu wakati mwingi sana I don't know, uangalie tu uone tu uko life pale, kuna mambo hata unaweza sikia pana, hata kama mwili inataka unaambia no. Sababu niliongea na Lucy, in fact niliongea na yeye, nikamwambia kuenda kwa Hilton it's not bad. Kukua hivyo sio bad. Hata mwenye alisponsor had a good agenda. But the way you portrayed yourself, hiyo ndio baya. Sababu ya yale mambo, unajua mambo mingi sana inakuaga mzuri, lakini the way you handle things, hata watoto wanakuaga wazuri. Watu wengi sana hapa uomba wapate watoto, but the way ya kuhandle wale watoto ndio ina determine. Sababu unaona wengi sana wamezaa watoto na wameomba watoto, wamezaa watoto, lakini wamesahau na watoto wao. Unaona, sasa wanafanya ile baraka ya watoto, watu wengine wanashukia. Wakiona yule mama the mother of 12 amepata watoto 12 na sasa ameachiliwa na wale watoto 12. Kwa hivyo sasa amekuja kwetu, sasa tunamjengea, tunamfanyia, but alikuwa na husband there. Kwa hivyo ule mtu mwingine atakuwa pale, watoto ni baraka, lakini ataanza kuona kama watoto hapo ni shida, si unaona? Kwa hivyo it is good, hata kama mnafurahia, ni vizuri mkuwe na mipaka. Sasa sisi pale tunawafuata, sisi ni wamama tunawafuata, na kuna mambo very dirty hatungetaka kuona, but I thank God sababu wafarodhi wa Thayo tumekuwa na hii kikao, na ndio hata watu wengine wajue, sababu watu just imagine kama ukiwa kwa your own channel, mtu anakuambia funza Nyawira, unajua huyo mtu hata in one way ukiangalia mara mbili utaona Yesu unakuja hapa unapea watu, unaambia kuna Mungu anaokoa. Tuangalie watoto, tuangalie boma zetu, lakini watu wanakuangalia nyuma. Wanakuangalia nyuma, wanaangalia na si kwanza ufuse msichana wako. Kwa hivyo hiyo ningetaka sana watoto wangu, najua kina young blood wananiangalia, najua wote wako pale. Ningetaka mujaribu sana munipatie amani, na ndio afadhali tupambane na hawa watu na mambo ingine, lakini tusipambane na mambo ya watoto na tabia, sababu mimi ndio nasemaga, mimi ndio napeanaga mawaidha ya mama. Kwa hivyo Lucy, my daughter, ningesema ni vizuri hivyo ulifanya, na ni vizuri hivyo ulijiexpose kwa watu, ndio watu waangalie, ndio tukue na hiyo somo, sababu in fact I call them even kuwafupisha, sababu I have to give them mawaidha ya mama, ndio hata tuongee na somebody like Santisya, ndio tujue kuna mipaka. Unajua kuna kuaga na mipaka, na ndio naonaga kuna kuaga na mawaidha ya mama, ndio ajue kuna mipaka, na ye Lucy ajue kuna ile mipaka, ndio mambo ikue hivyo, ikue sawa. Yes, farodhi wa Thayo. Wow, ningetaka Davis pia aongee, at least ni muhimu as a firstborn, labda hawezi kosa neno la kumwambia dadake Lucy. Yeah. So Davis, uwanja ni wako. Thank you so much, farodhi wa Thayo. Mi kwangu yangu inakuanga mafupi. Santisya na Lucy, unajua mapenzi si mbaya, lakini mkumbuke, especially Lucy, ujue whatever you do already saizi wewe ni a role model. There's so many people ambao wanakuona. Unajua after venye niliwatch ile kitu, sikumaliza after kutumiwa, cause nilitumiwa link, nikaanza kutumiwa messages kwa WhatsApp. Actually mimi nilikuwa naamushwa, Buddha inakuaje, nini your sister huko kwa mitandao, umeona sijui kwa Hilton. So I was like okay, and nitawatch. So Lucy, wacha niwaambie, kupendana si vibaya, watu wameishi kupendana, lakini unaangalianga, you have to limit yourself, because so many people are watching you, na whatever you do kenye unafanya, wacha niwaambie, that reputation inarudianga mama yako, na pia mimi
Na sasa juu vile Farodhi pia yuko, itarudia pia Farodhi, cause the blame game inarudingi kwa hawa kubwa wako. So whatever you do, mimi siwa blame kama mlipendana. By the way, siku unajua mnapendananga hadi ile time mliletwa kwa nini kwa interview ya Maadhe, nikasikia mnapendana. Mimi niliishi kujua nyinyi ni marafiki cause you are musicians, mlijuliana kwa muziki. So then this imekuja mambo ya Hilton and everything, whatever you did there, at least sasa hiyo ni past. But Kenya ningetaka ku advise, kila kitu yenye unafanya ujue kuna kina Peterson, kuna kina Moyo, na pia kuna watu wengine pia wenye wanawafollow. Every time unanigia pale kwa content yako yenye unafanya, jua itaturudia. Either ufikire kama itakuja ina positive manner ama ina negative manner. Advice inakuwa kitu ya maana sana. Ujue saizi mwenye anaonekana mbaya sana ni Maadhe. Kwa zote watasema, kwani mawaidha ya mama na hata advice msichana wake. Unaona? So itakosesha pia mam heshima. Ndio maana nashinda nikiwaambia advice inakuwa kitu ya maana sana. You either if you want to take it, take it. If you don't want to take it, take it. Right now tuko na project ya Maadhe. And then tuanze kukua na issues zingine hazifurahishi watu. Then italeta a lot of inaitwa case, italeta issue kubwa sana. So when you apologize to people, let it be umeapologize. Usiweke ni kama unaisema just kama wamekuforce. Yeah. Acha itoke kwa roho. Sema itoke kwa roho. Fine, mlifanya hivyo venye mlifanya, mimi haikunifurahisha. Sitawaambia tilinifurahisha. Na penye nilikuwa naiangalia hivi nilikuwa zile za unashindwa utapiga simu ama utafanya nini? Already mko live. And that's why nilinyamaza. That's why hata mnaona sijakuwa nikiongea hiyo mambo. Nilinyamaza. Hata Maadhe mwenyewe jana nikienda kumchukua. Jana tulikuwa tuna advertise shamba Thika. Vile hata nilifika, sikutaka kuongelea hiyo mambo. Juu ilikuwa imeniuma, niliufika by the way, niliufika. Be careful kenye unasema hata mbele ya media. Cause watu wengi sana outside the world hapa Kenya wanatusikiza na wanawasikiza. So the moment umeanza kuongea vitu as make sense, then utakuwa unatuchomea. So mimi kama brother yenu, uende utafute Santisya, tutapatana nyuma ya tent, tutaongea. Lucy, uende ukae na Maadhe umwambie juu najua Maadhe hakufurahia, na uombe msamaha. Na ukiomba msamaha, cause pia watu wako walikuwa wanakuona pale, enda pale apologize ile now you be like, yes guys, nilifanya hivi, I know I messed up. Hakuna mtu wa mess and there's no one who is perfect. We are all tuna grow. Kila mtu hufanya makosa, lakini kitu ya maana si kwanza ku regret. Go back there, amka na you shake yourself na utembee. Kitu ya maana ni you ignore and kusema ilikuwa tu ni content. Nilikuwa na have fun. Ujue hiyo fun inarudingi inakuwa funeral. So you have to be careful whatever you're doing. Hata tu si kwa media, even in your life. Be careful everything. Hata kenye unaongelesha mtu mwingine, cause hiyo mambo inaweza kurudia in a very big way. Yes, haikuwa kitu poa. Yes, ilichoma. Lakini hiyo itamaanisha tutawasamehea. Mimi kama ndugu yao nimewasamehea. Next time, always consult. Lucy, always consult. Na mimi wish kukuambia, advice inakuwa kitu ya maana. It doesn't cost kuambiwa wacha kufanya hivi, fanya hivi. Na si yenye picha yenye umeleta, si mambo zenye umeleta. Si kama vile tulikuwa. Si tunajulikana nje na ndani. And that's why I'm always so careful. Wacha nikwambie mambo ya mapenzi, hiyo ni kitu mnasemanga, that's your private life. If you have to go as a couple, then ketini chini, discuss
hii content tunakuja kuleta iko na disadvantage hii, ina advantage hii. Itasaidia nani? Wacha niwaambie, hata ikiwa content ikiwa nzuri aje, haikosangi adui. And the moment mtu mmoja ameongea vibaya, ni kama viazi moja ikiharibika, inafanyanga hizi zingine zianze kuharibika. So the moment mtu mmoja ameongea vibaya, ndio watu wanaanza hata kama walikuwa wameenjoy hiyo kitu, wanaanza kuona by the way, hii story hapana, by the way leti shangu, unaona. Fine, wewe kwako utaona labda unafanya kitu poa. By the way ikianza ilikuwa ni content poa, nilikuwa nadhani kitu poa, ilianza introduction nini, and then shetani akaingilia pale. Mpaka by the way sisi tukaanza kutamani kwenda Hilton. Juu I've never been into Hilton. By the way, mimi napitanga mimi wacha niwaambie, mimi Hilton nilikuwa naionea nikiwa kwa stage ya pale commercial. Na iangalia ndio ile Hilton. Ama kwa jam. Ama tukimbizwa na polisi ndio unapita hapo mbio. Sisi tunajua tu nyumba. Sisi hatujui mambo ya Hilton huko ndani. Mambo ya Hilton. Wanga aje. Wewe mimi nilikuwa Villarosa. Nilikuwa Villarosa. At least tuliingia Villarosa. Mimi Hilton na ionanga hiyo Villarosa na ionanga tu nikipita. So that thing was so good. Ilikuwa in terms of venye mugeifanya ikue. But sasa mliifanya almost opposite. And then you see there are people who supported you. Juu nilikuwa na watch kidogo alafu nachomoka. But maybe ni juu hawakuwa na choice. But in real sense juu wengine ni wamama najua wanaona yenyewe. Because imagine watu wengi wako kwa channel yako, they are young people I know. So wanakufuata juu wanajua hapo kuna hope. Unaona? So they knew kuna kitu watachukua. Sasa kuna wakati inafika ukiwaekea content wana have to kuwatch juu ushaiweka lakini huku ni kwa hope. Ni kama ulete muimbaji wa secular kanisani. Washirika ndio watakukosoa lakini bado wataenjoy, unaona? Kuna ile wataenjoy ni sawa, lakini bado wanasikia huyo mtu alifaa kuja huku. Wanachomoka tu wakisema yenyewe huku ni kwa Mungu na pastor aliona tu hiyo wimbo by the way hata ni nzuri, lakini watafinyika kidogo. So Lucy, you are my sister and Santisya, you are my fellow brother. So fine, mistake ilifanyika, maybe hamkujua, maybe kuna watu walienjoy kenye mko mnafanya, but waje niwaambie wale wengi ni wenye wanatakanga kuona your downfall. So don't make your channel ama whatever you are doing ikuwe downfall yenyu. Fikirieni venye mtaleta content za kuleta hopes. I know me, I'm not so that good at ilikuja ni mambo ya media, but wewe umebarikiwa. Mimi nimebarikiwa in a different way, wewe umebarikiwa in a different way. Santisya kitofauti na muona kule kwa TikTok. Lakini kitu ya maana, whatever you do kwa social, make sure ni kitu ambayo itasaidia mtu mwingine. Make sure ni kitu itasaidia mtu mwingine, na pia ili kesho mtu mwingine atasaidika juu ya kenye utakuwa umefanya. Na by the way, Farodhi umefanya poa venye umewaleta kwa platform na ukacause nilikuwa nauliza maswali mingi. Kutumia messages. Cause mimi sikuwa najua nini inaendelea. But you guys at least mmesikia, and I hope unajua tunaambiango kosa nikosea tena. Na mkuu mkijua kila kitu mnafanya mjue hiyo kitu itarudia madhe. Sawa. Mimi nimesikia eti ni habi sijui nini hiyo siku anajua, lakini sitaki kuiongelea hapa kwa mitandao. But you see hapo uangalie sana. Hiyo ndio advice yangu. Okay. Thank you so much. Tumewasamehea by the way. Na najua pia hawa wamewasamehea. Najua mmewasamehea pia. And we hope for the best. Najua mtatujoin ndio tuweze kujengea mam na watoto wenye wako nyumbani. So effort yenu na Davis na hata Youngblood nimeona pia amekuwa active online na Santisya pia mtatusaidia kufanya hii project. Hii project sio rahisi na sio ngumu, but tukifanya ikuwe ngumu itakuwa ngumu. So let's focus na
huu mjengo, and I know tukifocus sisi wote mahali pamoja, we shall be able to do it na kwa haraka. Sawa sawa. So thank you so much wenye wametutazama, and thank you for your time. Na at least najua kuna mama kuna mtoto hapa na pia amesikia at least hayo mawaidha itasaidia hadi mtoto wake. So it's always good to say that. Ni mimi nimeongea haya maneno for the sake of mom. Juu mom tayari alikuwa na stress. Na nilimpigia nika notice ako na stress. Sasa lazima tungeongea. Ndio mama at least acha kuulizwa maswali. So at least maswali yote imejibiwa na tumewasamehea. Sawa sawa. Si na Rabi's family pia iendelee. So we shall give you advices later behind the camera. Ndio at least tujue which other ways you guys can do to get more content. Sawa sawa. So thank you so much. Na tumewasamehea kabisa ile kutoka kwa roho. Ile kutoka kwa roho. Mama umewasamehea? Totikuwa maodo mpatie mic ndio waseme wamewasamehea. Nyinyi mmewasamehea? Unajua kuna watu wengi sana wamecomplain. Mmewasamehea jamani, mmewasamehea ndio watu join. Imagine Lucy wewe kwanza ni ulileta kwa mjengo. Wewe ndio uliuliza kama nitajengea mama. Alafu ukaondokea. Wakati umeondokea huyu Santisya. Mkaondokea sasa kabisa. My brother. So mama umewasamehea? Mimi nimewasamehea. Sababu najua tutakutana kwa mawaidha ya mama. Tutakuwa na kikao na wao. Kwa hivyo mimi nimewasamehea. Yes. All right. Yeah. Thank you so much. So maneno yako ya mwisho. Na si pale kwa kina Giri na Ghost, maneno yako matamu ya mwisho. Maneno yako ya mwisho, Lucy? Mimi maneno yako ya mwisho ni kuambia ni sawa, nimeshukuru kama mmetusamehea. Na Rabi's haitaisha. Inaendelea. Tutakuwa tunakuja basi na good content. Yes. And we are sorry by the way if tuliwaudhi. Tulikuwa tumejisahau. So tulikuwa tumejisahau. So maneno yangu ya mwisho ni muende kwa Rabi's family msubscribe. All right. Yes. Thank you so much. Ndio at least watu waache kusema ati we read with premium tears. Unajua kuna watu walikuwa washaanza kukasirika mpaka wanaongea vitu mpaka wanajua. Anyway, so mom. Ni kikao lazima kingekuwa. Tunajua wengi hawangetamani kikao kama hiki kikue. Wengine wamefurahia kwa sababu ya kikao hiki. Lakini mimi nimeitana kikao hiki for the sake of mom and Davis. Yes. Juu tayari walikuwa na stress, walikuwa wameona hii mjengo imesabaratika, walikuwa wameona ni kama tutapostpone, but God is ametupea advice na akatuambia jinsi ya kuihandle na tumeacha kila mtu akiwa amefurahia. Yes. So let's forget about what had happened and we focus to the nyumba yetu yenye iko kwa meza yenye tutashughulikia sasa hivi. Sasa I know tumeenda sana. Yeah. na najua bado time imesonga. Lakini kama uko hapa na umefurahia sababu ya hiki kikao na ungetaka mjengo uendelee na sasa tuongezee psych na tuongezee ile energy, hiyo energy yote sasa tunaipeleka kwa shamba ndio tuweze kumaliza huu mjengo. So ningetaka mama sasa utupatie namba ili mtu yeyote yako hapa kabla atoke live either a pledge ama tupatie kakitu hapa live, tutashukuru ndio tuendelee na mjengo. Engineer kesho tumpatie pesa tumwambie endelea na mjengo. Sisi tuko serious unless utuangushe, si ndio? Yes. So tupatie namba mama. Namba ni 0706 879 392 0706 879 392. Na by kesho nitawa update kwenye tumefika in terms of kujenga. Kesho au make sure nimewa update na nafikiri hizi updates zitakuwa zinapeana na kila mtu. Davis akipitia hiyo anatupea update. Lucy akipitia huko anatupea update. Mama ukipita huko unatupea update. Ndio tuweze kumaliza. Unajua shetani hajafurahia. Design tunajenga hii nyumba na vile inasonga. Shetani hana furaha. Shetani amekasirika. Tumemgonga, tumemkanyangia hivi anashtuka. Hao watu wanajenga hii nyumba aje. So of course we have to keep on praying, keep on thanking God. At least ndio tusonge. Sawa sawa.
So tupatie namba tena ma'am. 0706 879 392. 392. Once again 0706 879 392. Okay. Yes. So ikiwa ulikuwa kwa kikao hiki na ungetaka mjengo uendelee, sisi tumalize hiyo story, bas sisi tuwaache sasa waendelee na maisha. Itakuwa rahisi ikiwa utaweza kutusupport na Mungu atakubariki. So nirudie namba tena ni 0706 879 392. Once again 0706 879 392. Virginia Wangari Kamotho. Sijui ma'am kama uko na update yote kuhusiana na mjengo, labda kuna mtu amejitolea. Unakumbuka yule mtu wa milango yote mwenye alijitolea kupeana milango yote? Bado ananikubushanga. Umefikisha wapi nileta milango? Unakumbuka kuna yule our mom ako nje bado alisema atapeana gate. Bado yeye anauliza mmefikisha wapi nileta gate? Na najua labda kuna updates kadhaa uko nazo. Hata kuna ule mwingine alisema about the tank, akasema ametoa. Kuna yule alitoa vioo za hiyo nyumba. Na kuna mama naye amejitolea kutoa mawe ya kujenga hiyo nyumba. Kwa hivyo na simiti na wengi sana walipledge, wamepeana vitu zao. Kwa hivyo nituthiete wega na kila kitu iko sawa sawa. Wow. Yes. Wow. Na ukumbuke ulikuwa na mchango wako. Ulisema how much? Yaani mpaka ulisahau. Ulisahau na mjengo ni yenu. Nimekuwa na mambo yake, nimekuwa na alisema gunia 12 za simiti. 12 bags of cement. Ufai kusahau by the way. Ufai kusahau. Davis alikuwa? Nani Davis ali Santisya pia utatuambia unatuchangia nini pia. Tulikuwa by the way guys, tulikuwa na ile challenge. Na mimi nilikwambia na kutolea lori 2 za mawe. Na zile lori 2 zishamwagwa. Wow. Ya ziko pale. Wewe ndio ulituambilia lori 2 za mawe. Na zishamwagwa. Lori 2 na zimeshamwagwa. Natutishia aje. Challenge yangu ishakuwa. Wow. That's good. Exactly. So nyinyi wapendwa wetu mnatupea nini tafadhali? Si muanze kutoa. Regina Geshohi ametuma 1000. God bless you so much. Foreign mwendo 140. God bless you so much. Na najua pesa itazidi kukuja. So thank you so much kwa wenye wanazidi kutoa. Mwenye mnataka kupledge, Davis utakaa na simu ndio tukiona pledge yote naandika juu kuna kitabu. So na tumesema hiyo story ishia hapo na tumewasamehea na wamesema hawatarudia. So I think that's all. So ningetaka sasa tuanze kupledge na tuanze kutoa. Ikiwa uko hapo ungetaka kukua part of the blessing, ikiwa ungetaka kutusaidia tuweze kumaliza huu mjengo, Mungu atakubariki. So Santisya pia naambiwa unatoa nini? Unatupatia nini? Hebu tusikie utatoa nini kwa hii mjengo. Mimi zangu binafsi nitatoa mifuko 6 ya simiti. Alafu nyumba ikiisha nitaleta chiwawa na German Shepherd. Alright. Very good. Asante sana. Chiwawa na German Shepherd na pia 6 bags of cement zitatoka kwa kijana mzuri hapa, kijana mpole na amemulikwa na mataa akakuwa brown, kijana mzuri hapa. So Judith Kenyu ametoa 1000, Sarah Kongo 5200, Regina wa Murori 300 na sasa hivi tuko 9000. Thank you so much. Thank you so much. Asanteni sana. Na naona mambo imeanza kuwa mzuri. Tufungie pale. Hiyo baridi jamani, unajua tuko weather gani? So 3132 Sylvia Jero, asante sana. Sasa hivi tuko na 12000. 12000 and we thank God for that. Wewe uko hapo unatupea nini? Utatuambilia nini? Utapledge nini? Hii nyumba tumesema itaisha sababu energy yote sasa iko kwa meza moja. Energy ya Davis, Virginia Wangari TV, Davis Rito, Lucy Nyawira Kamotho, Rabis family, Santisya. Hiyo nguvu yote tumeileta pamoja
kwa nia moja ya kumaliza nyumba. Alice Mugwero ametuma 500. God bless you my sister, nilikuwa huko jana na Francis ataenda kufanywa operation this Friday. It shall be successful. Amen. Alice Mugwe naye ametuma 200. Asante sana. God bless you so much. Right now we are 13k. God bless you. God bless you so much. Si hiyo tumesuluhisha na hiyo maneno ikakuwa hivyo. Ni ukweli. And we thank God for that. Kwa sababu Mungu ametupea wisdom, tukajua venye tutaihandle na ametusaidia tukamaliza hiyo maneno. So mama, tupatie namba. Namba ni 0706 879 392. Once again 0706 879 392. Once again 0706 879 392. 0706 879 392. Asanteni sana kwa wenye wanazidi kutuma, kwa wenye wamekuwa wakituma kutoka wakati tulitoka hapa. Watu wametusaidia jamani, watu wametoa mali yao. Na tunashukuru sana. Mungu awabariki zaidi. Ukisikia uko na 10k, unaweza weka kwa hii mchango, kwa hii nyumba ijengwe, kwa sababu hawa watoto wanahitaji kikao. Ukiona ni vizuri utuwekee hata 20k. Usione kama haitatusaidia, itatusaidia zaidi sana. Kama Cecilia Nguku wametuma 5200. God bless you so much. Asante sana. Sasa tuko 18k. Hiyo 18k tungetoa wapi kama tungekuja hapa? Na najua hii itafika 100 saa hizi. Ndio at least maneno ikuwe mzuri. So namba ya mam ni 0706 879 392. Si tushamaliza hiyo story. Sasa hizi ni pesa kidogo kidogo, pesa hiyo. Regina David, mbona sikuone Regina David? Regina wa Mururi nimekutaja saa hizi. Regina nishakutaja. Asante sana, ubarikiwe. Jennifer Moremi 100. God bless you so much. Asante sana. So tunasonga vizuri. Sasa tuko 18500. Asanteni sana. Asante sana. Tunazidi kusonga. 0706 879 392. Maseka nyingi 500. God bless you. We are now at 19k. Na tunasonga. Najua by the time tunatoka hapa tutakuwa tumesonga vizuri. So we are at 19k guys. It is very much easy kufikisha 100k saa hizi because we can. Naona tuko watu wengi sana. Mtu akijitolea ajinyime tu sapa ama lunch ya kesho, asema nitatoa hii 5k, nitatoa hii 10k, nitatoa hii 20k, nitatoa hata hii 50k kwa sababu ya watoto na kwa sababu ya hiyo pole. Kama ulikuwa na hasira, najua saa hizi hasira zimeisha kwa sababu na nimesema pole on behalf of these people. Nimesema pole mingi sana on behalf of these people. Najua watabadilika na Mungu atawasaidia na awaongoze. Pia tutawaombea, pia tutawapea advices zingine behind the scene, and we hope Mungu atawasaidia kusonga mbele. So 0706 879 392. 0706 879 392. Vijine, kuna mahali umetuambia engineer amesema saa hizi stories za mawe nini, hebu tuambie hapo. Engineer alikuwa amesema kama kuna mtu ako hapo na ako na shuma zake, anaweza tusaidia na hizo shuma. Nahitaji simiti na mchanga pale sababu mawe iko pale. Mawe iko. Kwa hivyo sasa ni chuma na simiti. Na hiyo mchanga hivyo. Sasa ni pesa ya chuma na simiti. Na kama kuna uwezekano ukuwa una chuma zako. Si kuna mama alipeana simiti 45. Tulizitoa tu. Unajua ni hii area. Hii area zilitoka tu hii area na tukapatiana. Na abarikiwe sana juu nimemuona hapa. Najua haezi taka labda kutajwa, but najua ako hapa. Abarikiwe sana. So thank you so much. Sijui naweza wa-release. Nisiweke kwa kamera sana na sisi tumemaliza, tubaki tukiitisha pesa. Ndio Santisya? Ndio, at least tubaki tukiitisha pesa. Watu wa pesa ni tunajulikana. Ndio kweli. So acha nikae hapa. Nikaribie mam. Ndio pledges zikikuja tunaziona vizuri hapa. Ndio unajua naona amechoka, alikuwa garage. So nimepledge 500. Huyu anaitwa Salima Loko. Andika Salima Loko, amepledge 500.
Amen. Haya, Monica Shidmit ametuma 1,100. Jude Jeroge 200. 2,000 from Miriam Wanjiko. 550 from Henrietta Modoni. 1,000 from Monica Mboro. Sasa hivi tuko 23K. Amen. 23K. Amen. And nashukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwetu. 0706879392. 0706879392. Saa hizi tuko 23K. Kama uko na 5K yako, uko na 1K, uko na 2K, 3K, 15K, 20K, unaweza tupea anything. Unaweza tupea anything. Na Mungu atakubariki because we want to finish hii maneno na maisha iendelee, si ndio? So hii nyumba ikiisha kwa haraka itakuwa furaha kwangu na furaha kwa familia. Mary Joki Jegasi, unamjua? Namjua sana. Yule Marine Flowers. Na by the way tulikuwa hapo. Haya. Ile wakati tulikuwa tumesemana tutakutana hapa. Tuliona umekaa tukasema tumsalimia. Hapana, tulienda tu tukamsalimia. Hapana, hatujaenda. Tulienda kujua ni wapi ndio tukupeleke. Okay. Hakuna kitu tuliongea. Tutaenda na wewe. All right. It's okay, thank you. So ametoa 1,000. God bless you so much. Amen. Right now we are at 24K 900. Amen. Na naona bado watu wanazidi kutoa. So 0706879392. 0706879392. Tunazidi kusonga. Amen. Thank you so much kwa wenye wanazidi kututumia. Najua hii nyumba itaisha haraka kabisa. Na Mungu atawabariki. Eunice Gitagia ametuongezea 1,000. Nani mwingine ako na 1,000 hapo anaweza tuongezea? God bless you. Nani mwingine ako na 1,000 anaweza tuongezea? Tutashukuru. Saa hizi tuko 25K and 900. Hiyo ni karibu 26K. Right. Kwani tumetolewa online jamani? Are we still there? Tuko live. Are we still okay there? Tuko sawa. Okay. Nimeshindwa kwani umetutoa online. So we are 25,900. Nani mwingine angetaka kupledge? 1,000 from Nancy Ndemo. Thank you so much. Nancy. Wale watu walituambia tuongeage Kiswahili wako wapi? Ndio watoe. Wale watu walisema tuachane na Kikuyu. Unajua tutajua hapa na majina. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Alice Mogwa 100. God bless you so much. Asante sana umeongezea. We are at 27K. Thank you so much. Thank you so much. Asantendi. 0706879392. 0706879392. Tunazidi kusonga and we believe tutaenda mbali. Hii nyumba itaisha na Mungu atabaki kuwa Mungu. Na kwa unajua watu pia wanafanya vizuri kabisa. Watu ndio tunategemea. Tunawaombea Mungu awape na wanazidi kutufanyia mazuri pia. Kwa sababu kwa kutuma mchango wao nyumba inazidi kusonga. Jenny Rogo 1,000 received. God bless you so much. Betiwa Galepileski 1,000 received. Na 1,000 zinakuja sana. Nani mwingine ako na 1,000 basi? Kama uko na 1,000 hapo turushie. Ndio pia tu. Zinakaa kukam sijui hata 5,000 zinakuja sijui kunaendaje. So hizo 5,000 na 1,000 sizikuja basi. Nazisoma nasikia vizuri sana. So 0706879392. 0706879392 itatoa Virginia Wangari Kamotho. Gladys Naishoi, I pledge 2K paying on Thursday. Gladys Naishoi amepledge. Rebecca Wangoi amekumbusha watu tuko kwa mjengo jamani, ile story nyingine iliisha. Thank you so much kwa kukumbusha. Watu wenye wana pledge wako wapi? Hata ukitaka ku pledge simiti, ukitaka ku pledge simiti, ndio hiyo. Nafikiria simiti ni mchanga. Hata mchanga tunahitaji. So tunahitaji cement, tunahitaji chuma, tunahitaji nini nyingine? Mchanga, chuma na cement. Hizo ndio vitu zenye tunahitaji. Urgently zinahitajika kwa site. Zinahitajika kwa site. So Farodi sorry sijatuma yangu.
nitatuma ile alright Wanjiko Mary. Alright, sawa sawa. Thank you so much Wanjiko Mary. Tunaingojea, najua itafika na Mungu atakubariki. Hizo 1000 zikuja tafadhali, hizo 5000, hizo 500, hizo 200, hizo 100 zizidi kukuja. Hata kama ni 20k bado tunaingoja na tutashukuru Mungu kwa sababu yako unapofanya hivyo. Lori ya mawe ni how much? Lori ya mawe. Sasa kuna lori ya aina mingi. Unajua mimi nimeenda kwa site nikaambua lori ni aina mingi. Kwa sababu tukianza kuna watu niliambia kuna lori ya 15k. Na ni kweli kuna zile zinaitwa Bedford. Tulikuwa tunanunua 15, 16. Lakini kuna hizi lori zingine zinabeba nini mingi. Kwa hivyo if you send us between 15k to 30k, wewe utakuwa kwa, wacha tuseme kutoka 20k to 30k, utakuwa umetuletea lori ya aina yoyote, si ndio? Cynthia Manyura amesikia watu wanatoa 1000 hata yeye akaongezea yake. So ametufikisha kwa 30k. Lori ya mchanga ni pesa ngapi? Inarejea tu hapo between 20 to 30. Hapo between 20 to 30k lori itakuwa imeingia na imetusaidia zaidi. Ukituma pia lori mbili pia tuwezi kataa. Unajua lori mbili zitakuwa pia zimetuokolea. Hiyo itatusaidia pia. So thank you God. Mogwe Alicia 1 bag of cement atatuma next week. Mogwe Alicia. Amen. All right. Unajua hizi zinachanganyika na za kina Lucy, lakini nitaongezea namba hapo ndio nizikuwe huko juu. Ni kweli. So tuope namba mam. 0706 879 392 once again 0706 879 392. Wow. Mimi hata mambo gani ifanyike sitawaachilia na Davis mpaka mwisho wa hii safari. Hii safari lazima iishe. With your respect, I will make sure that this project imeisha na Mungu atawabariki. So nani mwingine anataka kupledge? Nani mwingine anataka kutuma? Leticia Murunga ameongezea 1000. God bless you so much. Regina Gishuhi ameongezea 1000. God bless you so much. Right now we are at 32k. Amen. Yes. Na leo sijaona hata ka 10k. Kwani akina Mirimurigi wamelala? Akina wageni wetu wako wapi? Hiyo ka 10k inaweza tusaidia sana wageni wetu. Wageni wetu. Hako ka 10k kanaweza tusaidia sana. So hako ka 5k kanaweza tuboostia, hako ka 20k kanaweza turusha mbele. Mirimurigi yako nimeona akipost namba. Thank you so much Mirimurigi. Wow, Gadoni, Anastasia Gadoni Bagara ametuma 5000. God bless you so much. Right now we are at 37k. Sinaona kirushwa mingi inaenda ikitupandisha. Wacha uone mwingine akiongezea 10k hapa. Acha uone mwingine akiongezea 5k, mwingine akiongezea 10k, mwingine akiongezea 1k, na tutashukuru hata kama ni 2k, hata kama ni 20k, hata 30k. Hata 100k tutashukuru pia. So John Mogai ameongezea 2000. God bless you so much. Right now we are at 39k. Tume sawa, hiyo itakuwa mzuri zaidi. Kwani haraka imetoka wapi? All right, sawa. So tunashukuru Mungu sana kwa sababu hebu tupe namba 0706 879 392. All right. 0706 na nani yatabaki na kifunguo? All right, sawa. Tuendelee mama. 0706 879 392. All right. Thank you so much. We are at 39k 400. Lois amesema I will send 17,600. Amen. Kesho. Amen. Likapo Lois. Alafu hapo mbele ni LYSE. Lois Liz atatuma 17,600 kesho. Unamjua? Unajua uzuri wako, unajua watu wengi wewe. Unajua watu nilikwambia ni hiyo. Ni watu tulishikana tukashare watu. Sasa wale watu ni nyumba moja. Nyumba 10. Na tunawapenda by the way. Na tutashikana wote mpaka hiyo nyumba iishe. By the way, make sure wewe mtazamaji, by the time tunamaliza huu mjengo kuna chuma zako kama hata 50. There is no harm with giving us a lot. Imagine unawekelea hiyo chuma itakuwa ikiongea on your behalf. Hiyo chuma itasema huyu mwenye ametuma hii chuma atajenga hata yeye. So Hana Muindi, I pledge 500
paying on Saturday. Amen. Si hiyo ni mzuri. Na Lois amesema analipa kesho. Umeandika hivyo. So thank you so much Hannah Mulindi. God bless you so much. Sijui kama zitanipita huko. Eunice Wairimu Farudi, I honored my pledge ya last week, nitaongeza. Eunice Wairimu, oh yeah. Thank you so much. Tuko wapi? Tuko wapi? Nani mwingine ana pledge? Nangoja pledges. Ile story tulishamaliza kitambo. Mpaka karibu niisahau. Hata mama amefurahi. Mama nilikuwa nimekuhurumia jamani. Nimefurahi sasa, nimekuwa na amani. So mama amekuwa na amani and we are also happy. Na unajua siku na ile watu wenu nafupisha, watu wako na wafupisha, wewe na watu wako wafupisha. Wewe na watu wako wafupisha. Kuna ile pledge yenu. Tuko na ile pledge yetu. Sahau tafadhali. Hiyo tuko hapo. Mtu anaitwa Joy amesema I pledge I will send my contribution this week. Amen. Joy, I will not say how much, but good amount. Amen. Joy. Good amount. Itakuja. Yes. Wow, we are back. We are back, huh? We are back. We are back. Okay. So I hope you can see we are back. The devil is a liar. Okay. The devil is always a liar. So we are back. Good. Tumerejea. Poleni sana. That hiccup. Ajua shetani pia afurahi yangi. Ni ukweli. Shetani ananga furaha wakati tunafanya vitu kama hizi. Ni ukweli. Anakasirikanga sana na umo hadi na kichwa. So we are back. Thank you so much. I hope tutapotea tena. Sijui shida imetokea wapi. Nancy Jenga 600, God bless you so much. Asante sana. All right, good. Tuko sawa. Yes, so tuzidi kuendelea. Mama tupe namba 0706 879 392. Once again 0706 879 392. Si hata leo juu tumeongea vitu mingi tufikishe hata 100. Ndio by kesho iko ishapita. Si ndio? Ndio ifike hiyo 100 tumebakisha 57k. Okay. 57k peke yake, tugonge 100 tufunge kwa leo. By kesho watu watakuwa wameteremka, alafu tutazidi kuongezea as the time goes by. So 0706 879 392. Juu leo tulikuwa na vitu mingi. Tusaidieni tu tufikishe 100k. Itakuwa mzuri pia. We tumeongea leo sana. Frodi, I'm fired but end month I will send you. Faith Joroge, thank you so much. Faith Joroge amesema atatuma end month. Namwanika Faith Joroge. Tusumbua wakati tu karibu tumalizie. All right. Sawa, poleni. Najua net iko na shida kidogo, but I believe mambo itakuwa sawa. Akitutumieni ndio at least tufungie kwa 100 leo na Mungu atawabariki. At least tufunge kwa 100 leo. Najua net iko na shida kidogo, lakini Mungu bado yunasi. Sawa. Amen. So tusaidieni at least tufikishe 100 na ndio at least turuhusu hawa waende nyumbani. Siku nyingine pia tutakuja hapa. We have a lot of so many days tutakuja hapa. At least tufanye hii kazi na iishe. Na juu ya time tunataka at least tufikishe 100. Tuongezea tu hiyo 1000 peke yake. Just 1000. Naona hapa tuko watu 1000. So imagine mtu akituma 1000 peke yake, tunaweza maliza hiyo story. Hapa mtu akatuma hata 500, tutakuwa tumegonga hiyo pesa tunataka na Mungu atawabariki. So nani atatuanzishia? Hata kama ni hiyo 500 tutashukuru, hata kama ni hiyo 100, hata kama ni 200, Mungu atawabariki. But kama Mungu anaweza kusaidia utupatia that 1000 ama hiyo 500, itakuwa imetusukuma, tutakuwa tumegonga hiyo 100k. Na juu leo tulikuwa na vitu mingi ndio tuweze kupumzikia hapo. So namba ni 0706 879 392. Najua umetuma siku nyingi, lakini ningetaka tu uongeze hata kama ni hiyo 500, just 500. Hata kama ni hiyo 1000, ndio at least tuweze kugonga hiyo 100k, tupumzike kwa leo. Leo tumekuwa na vitu mingi sana. So time ya kuitisha pesa ikakuwa less. Najua watu tayari wamechoka juu ya kuongea. At least hiyo nyingine tunaweza endelea
We have so many days za kukuja hapa na at least kuweza at least kumalizia hii safari. So just 1000 ama 500 yenye umebakisha peke yake, turushie tufunge hii safari kwa leo, at least pia watu wapumzike, tulikuwa na vitu mingi leo. So namba ni 0706. Esther Mwangi ametuanzishia na hiyo 500. Thank you so much Esther Mwangi. Umesema wacha nitume hiyo 500 ndio tufikishe hiyo target tufunge kwa leo. Haya, Judith Kenyo ametuma 1000, yeye amesema hiyo challenge ya 1000 ameingia na ametuma ndio at least tuweze kufunga. Nani mwingine aingia kwa hiyo challenge ya 500 ama 1000? Just that. Ukisikia utatuma zaidi, Mungu atakubariki pia. Nimengojea hiyo 1000 na 500, naona tuko watu dhao hapa, we can do something. Dorcas Mareki ametuongezea 1000 na alikuwa ametuma akaona si ndio, acha tufanye hivyo, hiyo mambo iishe. Caroline Jenga amesema mimi hata na wahurumia, kinaona mmechoka, ametuma 10000. God bless you so much. Mtu anaitwa sasa tuko wapi? We are at 55k, kwa hivyo tumebakisha 45k, at least tufunge kwa leo, watu wapumzike kidogo na Mungu atawabariki. So kama uko na hiyo kama hiyo ya Caroline Jenga 10k ama 5k, ni sawa tu. Ukisikia utaingia kwa hii challenge yetu ya 500 ama 1000, Mungu bado atazidi kukubariki. So nangojea hiyo 1000 and that 500, na hata ukituma zaidi Mungu atakubariki. Masekago ametuongezea 500, ameingia kwa hiyo challenge ya 500. Hutchinson Freshia, hata wewe namsikianga sana, ameongezea 2000. God bless you so much. We are at 58. Sasa hii tumebakisha 42000 only. 42000 ndio tumebakisha, at least tufunge kwa leo. So Mungu azidi kuwabariki na watendee mema. Na najua tunazidi kusonga. Nani mwingine yako hapo angetaka kuingia kwa hiyo challenge ya 1000 ama hiyo challenge ya 500, na Mungu atawabariki. Hata kama neti yetu leo inatusumbua, tutazidi kusonga tu. Najua Mungu yunasi bado. 500 from Nancy Rory, God bless you so much. We are almost 60k. Hiyo challenge ya 1000 ingia tafadhali, hiyo challenge ya 500 ingia tafadhali. Ukisikia utaingia challenge yako ujichallenge ya 20k, unaweza jichallenge pia. So Betty Wangale ameingia kwa challenge ya 1000, Jina Wanyoro ameingia kwa challenge ya 500. And right now we are at 60k. Nimebakisha 40k. Kila mtu akiingia kwa hiyo challenge, tutakuwa tumemaliza hii story, at least tufunge kwa leo. So wow, hey, Lois ametuma kwa Western Union, ili amesema hapo, hata ametuma ikiwa 20k. Hiyo ni ile amekuwa amepledge hapo, ametuma kwa Western Union. Najua atatutumia hiyo namba ndio tuweze kutoa. Sawa sawa. Jane Jerry Wajiro ametuma 1400. Asante. Betty Wangare Pileski 1000. God bless you so much. Right now we are at 61. Thank you and God bless you. Nataka muingie kwa hiyo challenge ya 1000 na hiyo challenge ya 500. Ukisikia kuingia kwa challenge ya 2k, 5k, 10k, 20k, kwa hiari yako na Mungu atakubariki. Kwa sababu unajua tuko na uwezo tofauti. Kuna mtu anasikia mimi siwezi ingia kwa hiyo challenge ya 1000 ni kidogo, hiyo 500 ni kidogo, angetaka kuingia ya juu zaidi. Hatujakuzuia, but for now ingia kwa hiyo challenge ya 1000 ama hiyo ya 500, na najua by the time tunamalizia tutakuwa tumefika hiyo Mambo 5. Farodhi, I never had my name but it all is well. Imam sijakutaja, unajiita aje tafadhali ndio nikuconfirm. Labda umetuma alafu nikakutaja, by the time unarudi nishakutaja. Niambie unaitwa aje ndio niconfirm. We like appreciating every person mwenye anatuma. Sawa sawa. So thank you so much. Asanteni sana. Leo tunataka at least tuchomoke mapema juu tulikuwa na kikao maalum. Tulikuwa na kikao maalum, hata tuko tunafikiria tutakuwa na kikao cha kuitisha, lakini tukaona ni vizuri tufunge na kuongezea. At least Mungu atawabariki pia, na kuna baraka imagine baraka zingine tungeruhusu muende nazo nyumbani, sio vizuri. So thank you so much akina Fresh Hutchinson, tumepokea mchango wenu. Nani mwingine ingia kwa hiyo challenge ya 500, hiyo challenge ya 1000, wape namba mama. 0706 879 392. Once again 0706 879 392. All right, so 0706 879 392.
All right. 0706 879 392. 0706 879 392. Yes. All right. So mtu ametuma na Cooperative Bank 650. God bless you so much. Mungu akubariki. Tunazidi kusonga. Mpaka na sweat. Notice. Nimeonekana mtoto. Wewe ni speed ile na inasonga nayo. Jimmy uchunge ukiota uongee hapo. Okay. So tunataka watu waingie kwa hiyo challenge tuyo tumalize haraka. At least tugonge hiyo 100k kwa leo. Tumebakisha 38k. Hiyo 38k tunaweza jipea hata 10 minutes. Saa hizi ni masaa ya Kenya, 10 PM masaa ya Kenya. Within that 10 minutes zimebakia ndio zigonge 10:10. Si tuweze kuwa tumetoa hiyo 38,000. It is possible. 38,000 with 10 minutes, it is possible. With God, it is possible. With man, it is impossible with man actually. But with God, it is possible. Laura Derito amesema it is possible with God. 500 nimetuma. Paris Mwangi amesema it is possible with God. Nani mwingine anasema it is possible with God? Nani anasema it is possible with God? Priscilla and Kimani amesema it is possible with God, ametuma 1,000. Mother Waja amesema it is possible with God, ametuma 5,000. Na saa hizi tumebakisha 31k. Si nimewaambia hiyo 10 minutes hata haitaisha. Hiyo 10 minutes with God haitaisha. So saa hizi tumebakisha 31k. So 31k and we have 9 minutes. 9 minutes 31k. It is possible. It is possible. Mbona mimi naona ni possible. Unataka uamini? Unataka kuamini kuna Mungu? Unataka kuamini huu mjengo uko na Mungu? Bas watu msiniangushe. Sinaona hapo mko watu 1100. Amen. It is possible with God. Tunataka Davis amini huu mjengo una Mungu na Mungu ameushika. Amen. So unataka kutupea nini? Ndio hiyo 31k na hizo 9 minutes zikuwa tumezimaliza. Sasa si msiniangushe. Kimere Murigi, si Tashare, Caroline Mugure, with God tumesema ni possible. 31 minutes 9k. Imagine. Ukitupea 5k utakuwa umetuokolea. Ukitupea 10k utakuwa umetupunguzia. Ukitupea 1k utakuwa umetusongesha kwa njia nzuri. So 0706 879 392. Imagine tumebakisha 8 minutes. 31k. Will it be possible? It is possible. Munaona kama itakuwa possible? It is possible. Simfanyeni basi. 0706 879 392. 0706 879 392. We have 31k and we have 8 minutes. 31k 8 minutes. Davis anangojea kuona. Anangojea kuona hii kitu kama ni possible. Na usituibie masaa 8 minutes and sasa hii ni karibu 7 minutes. No. Mama, hapo unaona aje? Hapo ni possible. Hapo ni kama tutasarenda. Hapana, no, ni possible. Hapana. Wacha tu tusarende. 7 minutes that 1k. Hapana, inatoka wapi? It is possible, inatoka hapa. Watu wafupisha watu hapa. We, 31 minutes, 31k, karibu naongezea masaa. 7 minutes, 31k. Dorcas Gashehi amesema, nimerusha 500, hakuna kushindwa leo, tumebakisha 30k. So 30k, 8 minutes. 30k, 8 minutes. Watu hapa naona sisi tukiumia mama. Imagine 6 minutes. 6 minutes jamani. Ni possible. Mimi naona nikiongezea dakika hapa. No. Sterangero wamesema hapana, hautaongezea dakika. Hizo 6 minutes tutatoa, ametoa 500. Sasa tuko 7500, tumekisha 29500. Nani mwingine atatuongezea? Ruse kamachi nyinyi nyomerelia itu mkiwa na unizo elimu. Lakini sasa mnaniomerelia lakini dakika zinayoyoma. Imagine 6 minutes 29k 500. 6 minutes 29k 500. Imagine.
So akisimfanye kitu hapa tuone hii maneno venye itakuwa. Tashari, oi, I'm blessed. Ya leo sasa tujawahi shidwa lakini leo. Hapana. Leo yenyewe kumekuwa kubaya. Kumekuwa kubaya. Mama tupe namba labda wewe watakusikia, hebu ongelesha. Okay, najua it is possible sababu najua wanatoa na tumeona tumepata 75 sioni vile tunaweza ongezea zimefika 75 tumepata gapi 71 tuko 72 tukiwa 72 sioni vile 30 itakosa so it is possible. Namba ni 0706 879 392. Sasa mimi hapo nimekuachia wewe hebu endelea. Unajua ni 5 minutes. 0706 879 392. Najua it is possible. Yes, watu tukue na hiyo spirit ya kutoa. Na najua tukipanda ni kupada. Najua lazima. Ongelesha watu wafupisha labda wanatuona. Watu wafupisha hapo nimesikia akina Blessed wako, Meremurigi wako. Najua mko hapo akina Caroline Makidi, akina Karoshi, najua mko hapo akina Naishoi, akina Merefugo. Akina Merefugo najua mko hapo. Wapi leo? Mko wapi? Najua akina Alice mko hapo, akina AK mko hapo. Wako hapo wengi sana akina highly favored. Jesus, Yesu ni Bwana. Tuko na mpaka Yesu na Bwana. So I know they are there, all of them. Na najua it is very possible. Anyway, Haro ametuma 1500, Helen Kijajui ametuma 500. God bless you. Kini bado. Tunaelekea. Tuko mbali. Na tuko na 4 minutes. 4 minutes lazima tutaipata. Najua wanaendelea na kupanda. So si kila mtu atume 200. Kila mtu wako hapa atume 200. Tuone kama at least tutaweza kuhit hiyo deadline. Hiyo target, si deadline ni target. Joyce Crack unajua yeye anasema nyinyi hiyo naona mkigongo leo lakini acha niwashikilie na 5k. Tuone venye maneno itakaa. Unajua tumebakisha 4 minutes. 4 minutes na ile pesa tumebakisha ni 22k. 4 minutes 22k. Imagine hapa ni Mungu. Hapa ni pale tunasema Mungu sasa anasema unajua shetani yako mahali anasema acha uone mkishindwa. Leticia Murunga ametuma 522. So tumekisha 22k. Yes. And we have 3 minutes. 3 minutes. It's only 180 seconds. No, it is possible. Very possible. Very possible. Ni mingi. Sasa hapa si mtuokolee jamani. Kituokoleeni. Tuokoleeni. Kabisa. Sara Wagoi Mwagi amesema nyinyi wacheni. Hata kama mnaona huyu Mungu tunaongea kuhusu, huyu Mungu si wa hasara. Huyu Mungu ukiona ati ni dakika mbili shetani asifurahie. Ametuma 20k. Ajua shetani anakuwa na shida moja, hanaga bahati. Alikuwa karibu akuwe na bahati, ikaenda hivyo. Sasa tukiwa tumenyamaza hivyo, Gathoni Mutumbu 4400. Shetani ashaanza kulalamika. Lucy Kishoro 500. Imagine. Mary Njoroge 200. Imagine. So Sara Wangui Mwangi, thank you so much. Hapo umebidi utuokolee jamani. Tungefanya nini? Dakika 3 tungefanya nini? Jamani. Isingekuwa ni Mungu. Nancy Njoroge kama si umetuma 500 tungefanya nini sisi? Anthony Jerry kama ungetuma 2000 tungefanya nini? Sema hata kufurahia. Sema hata kufurahia kusikia shetani ameshinda. Unaona wamekuwa hata na muda wa kumhaibisha. Semeni shetani ashindwe. Semeni ameshindwa. Sofia Njoroge 500 tungefanya nini zingekuwa ndio kama wewe? Hapo yani ilikuwa umekubali. Yes, sasa tuko 107. Gladys Nduati ametuma 1000. God bless you so much. Asante sana. Shetani ameaibika, hayazipata usingizi leo. Kabisa. Unajua kuna wakati tulimwaibisha hivyo, nikaenda kujam start gari haikuwaka. Nikitoka kwa Alice. Jana nikitoka kwa Alice, nilikuwa karibu nipigie Davis. Gari yangu ilizima nikiwa kwa highway. Gari ilikuwa imeguruma vizuri, tumetoka kwa Alice kufika. Unajua gari ziko na madharau. Simurai hapo juu. Nikaona imenitolea mataa mawili. Ingine unajua hizo taa sijai juu vizuri. Kuna taa moja ilikuwa side hii.
nikashindwa hizi mataa sizionagi hapa kwa screen. Nimezoea tu kuona ya mafuta. Hizi mataa siziamini. Tena ni mbili. Nika reduce speed. Kafikiria ni mlango sijafunga, nika slow speed, nikagongesha mlango. Hazitoki. Ilienda kwa highway. Speed ilikuwa 160. Imagine kwa highway katikati. Lakini Mungu ni nani? Alituma wale watu wake. Amen. Mimi watu walitoka tu, watu wa hizi magari za Githurai. Kaniambia bro, siwacha tukusongeshe gari at least itoke kwa barabara ndio at least ukue safe. Mara tu kidogo nikaona jamaa amesimamisha gari. Simama, unataka utujamstatia gari. Mungu tu alitumana. Ni Mungu. Mungu alitumana. Shetani hakufurahi. Imagine gari litoka vizuri kwa Alice. Kufika tu Githurai. Ilitime Githurai hapo kwa barabara juu highway. Ikaenda hivyo. Kile Mungu ni mwaminifu. Amen. Nelias Murege 100, God bless you. Nancy Jenga 200, God bless you. Alice Muguel once again 500, God bless you. Nafikiri ameshtuka. Hiyo. Betty Wangare Pileski ameongezea 500, God bless you. Na sasa hivi tuko 109 and 791. We are more than happy. Si mtu aongezee hiyo kadhaa ifike at least 110. Ongezea yako kadhaa ukafike 110. At least by leo pia shetani najua ameboeka. Iron Lady Varod ndio huwa anataka kufrustrate after good work. Na hazi pata nafasi imagine. Thank you Iron Lady. Sophie Wanjiko Jeroge, thank you so much 500 yako tumeipokea. Nimetuma 1k na jina tofauti. God bless you so much. Gladys Naishoi. Asante. Unajua Davis atuangalie watu wa kupledge sijui kama wako yaki kama mmeona Anthony Kimani hello ambia Virginia Kimwa Security Deliverance ametuma 2k. Kimwa Church. Thank you Kimwa Church Kimwa Church ni Deliverance wa security ametuma 2k. God bless you. Sasa Mungu ameanza kuleta watu unajua hata wewe ni wa security. Hai Davis pia na security. Okay. Wow, thank you so much. Aki watu mbarikiwe sana. Amen. Mbarikiwe zaidi na zaidi. Mary Furugu ananiambia Furugu napenda Virginia sana and I would love to send my contribution, lakini leo niko chini mwambie pole sana. Amen. Aya we na ukubuke hata umefanya mzuri Mary Furugu kuongea. Tukifika pale tufugue boot. Unajua kuna zile gift zenu walipeana. Sasa hii nikitembea watu tuliongea hapa kufika nje mkasahau. Tukasahau watu wangekuwa wamejua napita. Unajua kuna yule mwalimu alikuwa anatusomesha. Mwalimu akiingia mnajua huyo ni mpaka kwenu. Kulikuwa hivyo. Kuna mwingine alikuwa mwalimu Recho. Ukisikia tu kaspray kake unajua ako area ndiye yako njute. Sasa hapo ndio Mary Furugu ametufikisha. Haya, na ngoja hiyo hata 500 ndio tugonge 1k ndio tugonge 110k alafu tuwaombe. So imetukuja angidongo. Thank you and God bless you so much. Nelias Murege 100, God bless you so much. Tumemalizia at 110,791. Wewe utaona hii video. Zidi kututumia, wacha tuzidi kujenga. Wewe unataka kutupea cement, chuma, mchanga, baras, kila kitu. Kitaka kujitolea. Ongea na Virginia kupitia 0706 879 392 na Mungu atakubariki. So ukiona hii video zidi kututumia. Kipata hata zaidi hata kama ni 100k. Tutumie tu itafanya kazi ya Mungu na Mungu atakubariki. Amen. Sisi tuombe. Leo nafikiri tumekaa tuombe ndio tumalizie. Wacha tuombe tuombe hawa wafadhili wetu pia. Amen. Wacha tuombe. Father, in the name of Jesus Christ, tumesema ni asante sababu wewe ni baba yetu, tumekuona kazi mzuri tumefanya kwa hii kikao Mungu, tumeongea na watoto wetu Baba na ukasidi kutusamehea sisi wote sababu wewe ni baba yetu. Tumeshukuru sana kwa wote wenye wamejitolea Mungu wa ajabu wakapaada, hata wenye wametuombea, wenye wametushikilia, wenye wamepledge, hata wenye wanaangalia na wanasema ukiwabariki bado watatubariki. Wabariki wote kulingana na mapenzi yako. Asante kwa wenye hawana job, wenye wanataka wanasema tukipata job tutapaada, waonekanie Mungu wa ajabu
wenye wengine wape promotion, enlarge their territory, sababu wewe ni baba yetu. Cover them with the blood of Jesus. Diseases and early and premature death are not their portion in the name of Jesus. We declare no weapon set against these people will ever prosper in the name of Jesus. Cover their children with the blood of Jesus. Tuonekanie kwa kila jambo. Hata sisi wakati tunapotoka hapa, Mungu wa ajabu, cover us with the blood of Jesus. Wacha tukuone na tukifika tutasema ni asante. Kwa yote Baba tumesema ni asante. Asante kwa desa Farudi wa Thayo studio tunaikabiri mikononi mwako. We cover it with the blood of Jesus. We cover Farudi wa Thayo with the blood of Jesus. My God and my Savior, wote watakapokuingia kwa hii ni wale Baba umetakasa na ni wale umebariki, sababu wewe ni baba yetu. No weapon set against the studio will ever prosper in the name of Jesus. We cover them with the blood of Jesus. Thank you Mungu ajabu, tuonekanie kwa kila jambo na tunasema ni asante. Hata hiyo mjengo tunaikabili mikononi mwako. Tumeona mkono wako Baba, tumeona ukibariki our engineer, even wenye wanafanya wote kazi Baba, we cover them with the blood of Jesus. Thank you sababu ya kazi njema yes inafanyika kwa ile kikao. Najua Mungu wa ajabu hao watu wakati itasimama na wajione makuu yako watatukutukuza, sababu wewe ni baba yetu. Onekana kwa kila jambo na tunasema ni asante. In Jesus name we do pray and believe. Amen. Amen. Thank you so much. Na mzidi kubarikiwa. We are more than happy and we thank you all for being with us, for supporting us. This journey tulianza tu ukijua mtaingilia na Mungu amesaidia mmeingilia. Mzidi kutuma, mzidi kutuombea, mzidi kuombea hii project, mzidi kuombea watoto wa Virginia, mzidi kumuombea pia. Unajua shetani anapitia njia nyingi. So mzidi kuwaombea sana na Mungu atawashukuru na Mungu atawabariki zaidi, na tunashukuru sana kwa sababu Mungu amekuwa pia nanyi na amewaongezea mifuko yenu. Hamtawahi kosa pesa, hamtawahi kosa connection, hamtawahi kosa promotion, hamtawahi kosa kazi na hamtaionana na magonjwa. Mungu atazidi kuwabariki. So thank you so much. Davis, tukimalizia labda unaweza sema kitu? Unajua baraka za firstborn ni muhimu. So Farodhi, mimi kwangu mwanzo ni kukushukuru cause haulalangi. Mimi kwangu unajua tunaongeanga sana. Tunaongeanga sana hata kama madhea juangi because he's my big brother. Every time tukiwa na issue hata anajuanga nikitaka kwa watu wanajua wewe ni neighbor wangu. Tulijipata tu. Mimi nilishtuka sana, tunapigiana simu kuja mahali fulani nikapata hadi direct. Imagine like 200 meters. So I thank God because kwa kujuana na wewe, you've been a very great man and every time I talk to this guy nafurahianga tu sana. Yani nikimwongelesha hata nikisikia tu sauti yake hivyo kwa simu I just start kufurahia. So I thank you guys because yeye ndiye amefanya nikawajua na nyinyi pia mkanijua, and thank you for the big support ambao mmekuwa mkisupport my family, my mom, because tumetoka mbali na najua tunaelekea mbali. So tunajua shetani anakujanga kuleta mambo na still kuingilia ndani yetu, tunaanza kufanya vitu venye hazifai ziwe, but I always pray that Mungu endelee kutupatia hiyo compass ya kutotoka kwa njia zake, and every time tunakaa ni kama tunakosa nguvu tunakuwa tunamuita. So guys, I love you so much and thank you for the great day. By the way, mimi nilikuwa nimekufa moyo but nimeona kuna Mungu mwenye anasikizanga maombi yenu. So thank you guys and God continue blessing you. Wewe ambaye uko pale unakosa nguvu, uko pale maybe unasema umekosa imani, let me tell you, God listen to you and God knows you the same way anajua nywele zako zote zenye ziko kwa kichwa yako. So God bless you and let's keep praying for each other. All right. So kwa wale wote tumekosea katika hiki kikao tunasema pole. Unajua sio kila mtu unafurahisha. Kwa sababu kama tumekuudhi, tumekukosea, umesikia hiki kikao hakikufaa kiwe, hicho kikao cha sisi na Lucy na Santisya hakikufaa kiwe,
tumeomba msamaha kama tumekukosea. Kwa wale tumefurahisha, asanteni sana kwa kutufuata, lakini kama tumekukosea na tukakuhatu mahali, haki tumeomba msamaha, tusamehe tu. Lazima tungefanya hivi ndio watu waache kuona kama mam ndiye alikuwa shida, ama waache kuona mam kama alijua hii yote ikifanyika na alitaka. So tusameheni tafadhali. Nimeomba msamaha kwa yule niliyekwaza kwa maneno, kwa kuongea, kwa swali lolote niliuliza, akinisamehe tafadhali, nimeomba msamaha. Asante sana. Thank you so much and God bless you. God bless you.